Fuza asubuhi kwenye pale tunakokaa kwenye makazi yetu. Kwamba mara nyingine huwa tunaomba na tunakufa moyo. Lakini huwa tulijifunza kwamba hata majibu mengine ukipewa hata yanatoka kwake Yesu, mengine ni magumu ya kutostahimili. Tuliambiwa kwamba tutasidi katika maombi. Mtoto ametukumbusha hapa ya kwamba usiombe tu wakati tuko na maana katika ulimwengu huu tunaishi kwenye shida. Tunamhitaji Yesu kila mara. Kwa hivyo leo kinakaribisha kipindi cha kesho ambacho ni cha mwisho. Tukutane Sabato kama kawaida, ili tuenende sawasawa na matakwa ya Mungu kwenye Sabato. Tutapiga kwa heri tuondoke. Lakini ukumbuke ya kwamba tumekuwa tukiangalia katika wiki hili habari njema kuhusu vita vikuu. Habari njema kuhusu vita vikuu. Utagundua katika maisha yako. Utagundua katika maisha yako kwamba kuna vita vikuu. Inawezekana unapambana na ugonjwa katika familia. Unapambana na mambo ya majirani katika maisha. Lakini wiki hii tumegundua kumbe ndani ya vita hivyo vikuu kuna habari njema. Habari njema ilikuwa kwamba habari hizi za habari njema ya ufalme wa mbingu zitahubiriwa katika ulimwengu wote, ili yawe ushuhuda katika mataifa, na baadaye Yesu atarudi. Swali kuu katika mambo haya mawili kwamba kuna habari njema ndani ya vita vikuu na kuhubiriwa kwa habari hizi katika mataifa yote. Swali kuu ni kwamba je, habari hizi zitakuwa shuhuda ili uingie jehanamu, au sitakuwa wokovu katika maisha yako? Uchaguzi ni wako. Utachagua kati ya habari njema au katika vita vikuu, ili uchukue nafasi yako. Tuligundua ya kwamba haiwezekani ukawa katikati. Uwe upo kanisani na upo katika ulimwengu. Lazima utachagua moja. Tukisikia Yesu akisema kwamba asiyekusanya pamoja nami pazi anatapanya pamoja nami. Yesu anasema asiyekusanya pamoja nami huyu anatapanya. Jiulize mchana wa leo, katika vita vikuu ndani ya maisha yako, iwe ni usherati, iwe ni unasengenya watu, ewe ni chuki ulionayo, ewe ni mambo ya dunia ambayo umejiingiza ndani, je, utachukua nafasi gani? Which position will you take? Utachukua nafasi gani mchana wa leo? Kwa ufupi tena sana, tunajikita katika kitabu cha Korinto wa pili 10:3. Tuamini na tuombe. Takatifu Mungu wetu Baba utupendaye upeo, asante maana imekupendeza kwamba kwa afya ambazo umetupa na wengine ambao tuna afya za mgogoro, lakini umetuwezesha kusikia habari hizi mchana wa leo. Tunalifanya muujiza katika maisha yetu, ni katika jina la Yesu umeomba na kuamini. Amen.
dada ambaye anaitwa nani Nyangaresi. Nyamusi nani? Nyamusi oroli. Nyandega ndiye alikuwa alituma fahamu ni msichana wenu hapa. Nero tomira maiga kuru Nairobi mo maete no mwana nga. Yule ndugu anaitwa nani? Henry Tegere, na wao wanaendelea kutazama. Limbaga endete kuligereria. Wanaendelea kuwaombea mazuri. Bagende kusabira amaya. Ili tuingie katika mahubiri ya leo. Elinde to so asuburandi bwa lero. Baada ya kuomba. Nyuma yo gusaba. Kuna hadithi moja nilisoma mahali. Mugano yo monole na asoma asigete. Kuhusu ndugu wawili. Igoro yaba mura bamwa babire ambao walikuwa ni matajiri, balenge abanda, na walikuwa ni wa Marekani, balenge ba Amerika, walikuwa wamenunua ndege yao ya kibinafsi, bagolete ndege yabo bene, ambayo ilikuwa moja ya ndege ambazo ni tajika katika ulimwengu huu, yalenge yamo yabo yechi ndege chiaga nili asense, ambayo ilikuwa na vitu vyote ndani ya ndege hiyo, yabwate bintu byonsi asendege, na sababu ilikuwa ndege ya kibinafsi, sengenje ye ndege yalenge yabo ilikuwa ifananishwa yalenge kubwekaniwa Air Force One ya Marekani, ya Air Force One ya Amerika, ile ambayo rais anatumia kutembelea. Eliyo mu rais wenza gutumeka. Basi siku moja lituke limo wakawa na mpango wa kwenda kutalii, bagatwara umurobeli bwoko genda utalii, ili waondoke kwenye nchi yao, elinde barwa sense yabo wakatembelee nchi ilikuwa jirani, batalense yalenge amate, wakawa wamejipanga vizuri, bakialiga ni buja, wakajiandaa na parachuti ndani ya ndege, bakialiga nege ntokeligyogo trimbo kakurwa ndege ime, kwa wakati wowote sechinga kichinde kama kutatokea na ajali kera toko mubosokano, basi watajisaidia na parachuti, bekonye ne parachuti. Walipoanza safari yao, kero bachagete sabari yabo, kuna ile minara kwenye uwanja wa ndege, ebintu mbira biko bali asegeti gyechindege, minara mikubwa biko bebinene, wakawasiliana na wenye minara ile, bagatebania, wakawauliza bakabolia kama hali ya anga iko safi, onye lile buja, ili waweze kuondoka na ndege yao, elinde basoke na ndege yabo. Hakika wenye minara wakawaambia, ama ene bagatebiwa, unapotazama ekero ukoligereria, mnaweza mkaanza safari na ndege yenu, na umongo chake sabali na ndege yenu, simu zikiwa zinalia, seigo chimia kero chikolera nje na ndani ya mnara, imena isiko ndani ya ndege hawa ndugu, se ndege yabo, rubani akaondoa ndege, mugendi bwe ndege agasoka. Kwa hivyo mawasiliano yalikuwa ni mazuri, okogendera kuchingwana kukaendera kwa babuya, wakaendelea vizuri, bakagendera buya, wakatoka kwenye uwanja wa Heathrow, bakarwa segetie kijya Heathrow, wakaanza kupaa, bagachaka kwa digenda na ndege, na mawasiliano kutoka kwenye minara no magwa okogendera kuchingwana ngwa genderete, wanaambiwa hali ya anga ni safi, bagatebi kungalire mbuya lile, na safari katika barabara ya ndege hiyo ilikuwa ni sawa, ne sabali ya ndege imbyere. Walipofika katikati baada ya kilomita kama 20, kero bayigete katikati ya kilomita 200, kuwasiliano ndani ya ndege na nje ya mnara ukapotea, igoro yogo kwana kati ya ndege na baliko barabukasira, maana walikuwa ni matajiri, kyagera balenke abanda waliokuwa kwenye mnara wakawasiliana na ile ndege za emergency au za dharura, bali baliko barabaga kwana ne ndege ile raruwa bokonyi bwa bwango, ile ndege ya dharura ikaondoka, zikawa ni ndege mbili, ndege ile kurwa bokonyi kwa bange kasoka chikaba ibere. Kwa hivyo zikaondoka ndege mbili za dharura, ndege chiyo kurwa bokonyi bwa bwango chikasoka ibere. Kwa hivyo zikafuata kwa muda wa kasi sana, baka munyoka kwa bwati aso bwango. Walipofikia ile ndege, kero bayikerete ndege ili, waliwaangalia wale ndani, maana ilikuwa ni helicopter, bakabaligere kere yalenge ndege ina helicopter, mawasiliano hamna, chingwana njiyo. Wale wawili ndugu wapo, bali babire bamwabo no bale, nao walikuwa wamesinzia, na rabara bukonye basundokire, wakajaribu kupiga sauti na ndege zile walizokuwa nazo za dharura, bakagendera wakeli ogine chindege chyokurwa bokonyi bwa bwango, lakini hawakuweza kupata majibu, lakini mbanya waletia okoiraneliwa, wakaendelea kwenda na ile ndege, bakagendera kwenda na ndege ile. Walipokaribia kwenye rubani pale mbele, kere tange no mogendi ya ndege, wakaona na yeye amesinzia, bakanyora nero usundokire, wakajaribu kupiga sauti, bakagendera wakeli
riogi lakini hamna taarifa iliyokuwa inatoka ndani. lakini okoirana liango yokorume. Na baada ya kilomita 5 kwenda mbele, nyuma y'eki kilomita 3 gochimotwe, ndege ile ikaanza kwenda chini. Ndege ile ikagendera koenda inse. Ikaenda chini. Ikagendera koenda inse. Ndege za dharura asikuwa na uwezo wa kurudi pale. Kiri chindege cyo kuroba konyi bwa ngomba bwate pale juu bagatene na ligoro wakitazama ile ndege banyiligere tie ndege elia iliyokuwa na vifaa vya kisasa ya bwate bintu bya lero, teknolojia ya kisasa yekerero, ili inapoelekea inapoanguka ekereko gendera kirawe waliangalia ikienda ikianguka bakarora gekogwa na hivyo wakaitazama na hiyo bakayeligerelia ikaanguka ikagwa na wale ndugu wawili pamoja na rubani na bali bamwabo no mugendi bwendege wakafariki papo hapo. Bagakwa bwabo wakarudi kwenye uwanja wa ndege bakaira na segeti y'ekindege. Alafu kuna kikundi kilichotumwa nege kundi kendengeri yatometwe kwenda kuangalia kule ndege ilikoanguka. baligerelia se ndege lia wete wakaenda wakachukua kuna kifaa ndani ya ndege bakanyorange ikiomangire kialenga se ndege inaitwa black box. Geko ku black box kwamba ndege hata ikiungua kiasi gani nge ndege ne yike wango kieke haiwezi ikaungua. Tekoya wakairudisha kwenye uwanja wa ndege bakayera ni asegeti y'ekindege wakaingiza kwenye mashine za kiteknolojia bakayeso yase mashini yekerero kuweza kung'amua ni kipi kilichofanya hii ndege elinde barolengi kiagerete ndege ambayo ilikuwa na teknolojia ya kisasa yabwate bikerero buya ambayo ilikuwa na rubani ambaye alikuwa amebobea sana yabwate omugendi bw'endego manyikanete. Kwa nini ilianguka? Ingi kiagera yawa walipochunguza ndani ya black box kero bakorete obotuki wakagundua ya kwamba bakanyoranga ilipokuwa inaondoka ekero yale gosoka pamoja na vifaa vyote amone bintu biri byalenke ime pale ndani ya ndege ime ye ndege palikosa oxygen babole twembeo yokoyana na ndio maana wakafariki na kikiagerete bagakwa vintu vyote vili collapse ebintu byonsi bagasinyikoyana wakawa wamefariki bagasiri obogima. Ndio mchana wa leo tunataka kusema hivi somo gasolero togoteba iga topic yetu mchana huu inasema engane nene yeli tukulialere goteba that when the controversy will be over, ekerese yera ere I will lay down my weapons. nimbe kekerwanero kyane inze When the controversy will be over, ekerese yera ere I will lay down my weapons. nimbe kekerwanero kyane inze. We want to tell you this afternoon, tagete ko bate yasomo gasobono you may be armed with the weapons of this world. nabora umisu ne birwanero byense You may have the technology that this world have. nabora atwale obumanyi bwekerero But if you bwense don't yemaite have the faith in Jesus Christ, lakini onye tubwati okwegena ime ya Yesu like the oxygen in that aeroplane, mune mbeli yokoyana ime ye ndege you will have everything that you need, nabora atwale kerege ntoga netie but you'll die in your aeroplane. lakini nabo kume ye ndege. We are not just living in a physical world. tutageti komenya sense tweye kororekana We are in the middle of a spiritual war. otola sobo katikati bwese yake The moika great controversy ese yenene is between Christ and Satan. ere kati ya Saitani na Yesu. It's not a battle fought with the guns. tali ese ye kurwanu ne It's kibunduki not a battle fought with the bombs. tali ese ye kurwanu ne kipom It's a battle that is fought with the truth nese ye kurwanu katiobo kene and lies, no bolimo faith okwegena and fear, no bwoba righteousness oboronge and rebellion. no igoro yo koba maminja. Paul tells us Paulo gagoteba that in this war, asese yeye God has given us weapons, Yesu toire kirwanero but they are not carnal. lakini njiri chinkongu kitabe chitaigwereke They are not carnal. njiri ekyokobetereria Njiri ekyake mubere. njiri ekyake mubere They are not carnal. njiri ekyake mubere They are not carnal, njiri ekyake mubere earthly njiri ekyenze or fleshly. njiri ekyake mubere oyo They are tubwate divine
chile chia igoro powerful, chio chinguru mono and victorious. ne chobo bwi Many of us today, abange baitorero we have come with our weapons. twachire n'ebirwaniro byaito Weapons of anchor. ebirwaniro byenda mwamu Weapons of our wealth. birwaniro byobotenengu We want to fight the controversy. tutaite korwana esegiyeye And we are using our carnal weapons. ndo tumeka chinjera kyakemobere Weapons of anchor. ebirwaniro byobororo Weapons of rebellion. ebirwaniro byoko igino na kwanga When chingu we are cyanya sai told to go this direction, kero togota yutogende njereye we go the opposite direction. twagende njere ngao We are fighting, otokorwana but we are using the carnal weapons. nago tumeka chinguru kyakemobere Instead of having faith, dika twara we ukwegena have fear. twatwarira obwoba When we are being directed ekero tokorau by the power of God n'echinguru kya Nyasaye and told, let us move forward, nago tebi gutiga togende motwe we can face the war. nabo tokosoa We eseseye can win the war. nabo tokonyora obwo kwegena We develop fear. twatwara okubwoba That is carnal. einge mobere I want to tell you this afternoon nagete kobateye omugaso obono that when the controversy will be over, ekero esegera ere our weapons will be laid down. ebyaito Our byobororo weapons of your wealth, ebirwaniro byaito byobonda our bwawo weapons of your profession, ebirwaniro byawo byobomanyi obonge our weapons of anchor, ebirwaniro byobororo we will lay them down. ndo bibeke nse I want to assure you this afternoon nagete kobaeneka lyomugaso obono that this war we are fighting, eseye tokorwana it began in heaven ekyageterete igoro and continues on earth. nakogendera ase ense In your heart, ase engoro yawo in your home, ase enga yawo in your church, ase ekanisa yawo and in your society. nase omenyete ekenyoro I want to assure you this afternoon, nagete kobateye omugaso obono when Pastor is reading kero omurandi agosoma from Revelation chapter 12, ase egetabu gyokomanuka 12 verse 7, ebibungo byayo 5 I want to tell you nagete mbatebye that we have a controversy, tobwate esegi and some of us have our weapons. abange baito ntobwate ebirwaniro You will speak to somebody here nabo today. gokwanira oyo omonto You lero want to give him direction, taite komura but he will answer you, lakini agukoiraneria Tolikongosa. tolikongosa You are not going to threaten me. tolikogendera kongosa Those are worldly weapons. ebi n'ebirwaniro byense I want to tell you tagete mbatebye that when the controversy will be over, egere esegiera ere our weapons will be laid down. ebirwaniro byaito I'm mbibekunse inviting you this afternoon tagete kobaharigania omugaso oyo that your weapon ebirwaniro byaino is just carnal. ebire And the ebyakemobere fight we are invited to, nesegi it's twaliganiwe not about flesh and blood. tali igoro yakemobere It's about principalities igoro y'obobuwi and the powers of the enemy. n'ekinguru ky'omubisa You cannot defeat a devil tokobuwa omubisa with your anchor. ase endamwamu You n'obororo cannot defeat somebody who hates you tokoita oyo okoganyererete to show up that you have wealth. na okoro kinga nabwate You can obotenengu only defeat that person igora mubwa eryoka by having faith in Christ Jesus. ase ogotwara okwegena ya yesu Our enemy is not the people, omubisa oito tali abantu but the principles, lakini chinguru gete the powers, chinguru and spiritual wickedness. kya okogwaga wakemoika Revelation chapter 12 verse 7. What does the Bible manuka say? 12 ebibungo bya 7 Ndio. And there esegi was war arenge in heaven. igoro mikaeli n'abamarayika bahe bakarwania enjoka na enjoka ekarwana n'abamarayika baye ekarwaniramo Praise the Lord. mwane n'abakwe The war that we are in. esegi toleime You know, sometimes, manyanga chinga kichinyinge most of the times, chinga kichinyinge you know, you can be a member of maybe Nyakumbati, for example. nabura umu bwatani unyakumba tia somo molenganyo And then you move to this church of Matunwa. na endo nganye wocha matunwa
And if you have a difference with the elder of Nyakumbati, onye mwasinyana n'abalisi ba Nyakumbati, and then you have come to this church, naende okyega, and then you face the elder of this church, nakonyora abalisi b'ekkanisa eye, then you ask him, elder, omuba oli mulisi, I feel so angry. inywete obororo obwonge mono, I feel I don't want to see my elder of Nyakumbati. nabonyiwete nga nitaitikorora abamulisi one ku Nyakumbati, And the elder of this church n'omulisi w'ekkanisa eye decides to say, aleke ekerengere I will take over that. ninkoora omukyanda oyo. That will be a wrong approach. Eyigera abe enjera embe. The problem would be, Omukyanda ogora abe, or what the elder will do, omuti ogusa omulisi arakore, is to go back to Nyakumbati n'okugenda baka Nyakumbati, and ask where the problem began from, aba olinga y'omukyanda okyakerete, so that he cannot fight a war he does not understand. erinde tarwana ese eyi atamanyeti. And that is the same with us here. Nabebwekaine noembono intulero, You can have anger nabora atwara obororo because of somebody who doesn't like you. esenge omuntu gete otawanjeti, You can have anger nabo otwara obororo like that king n'omorwoti olya who John told oli kyoni atebeti that you are the woman that you are with. omoukungu oyo ole nere It is wrong what you are doing. egento okorambo bekere And he did not understand that. takigutwara obumanyi bwekyo, And you start fighting using your own means. nagukyaka kurwana gutumeka kinjira kyawo, You will be defeated. igoko bugu. You will either move out of this church. Tosooka isiko y'ekkanisa, You will hate people in this church nabo okogeta abantu ekkanisa eye, because the weapons that you are using ekyagala ebirwaniro ogotumeka are carnal. ebiro ebyakemobere. Our enemy Amo bisoito is not people, tali abantu, but principalities. lakini asenge enjo y'obwo buye obwo, It is principalities that we are fighting with, emikinguru ekitokorwana nakyo, and spiritual wickedness. n'obukowa wakemoika. Do not fight spiritual battle tobaisa kurwana egi yakemoika with earthly methods. ase kinjira kyensi eye, And these are the earthly methods. neki nakyo kinjira kyensi eye. Anchor. Bororo Anchor. bororo You come here, ogokya you have your anchor, obwato obororo bwawo, and then you want to fight everybody in the church naigo gwataka kurwanikira omuntu ekanisa eye, because maybe they don't understand you, ekiagera kero kende mbara kumanya or mono, they don't want you in the choir. gose mbago tageti ase ekwaya, Then you want to fight to be in the choir. kwano gwataka kurwana n'ekwaya, And the choir, you know, naye ekwaya manyanga is a heavenly weapon. n'ekirwaniro ky'eiguru, It's an heavenly weapon. n'ekirwaniro ky'eiguru. We are fighting the principalities of the enemy. Otokorwana iguru y'ekinguru ekyo Because when ky'omubisa, songs are sung, ekiagera matera ngo we are terwale, praising God and drawing people closer to Him. nakomubaka nyasaye nakomuleta abantu ange na Yesu. If you want also to understand, Onye gotagete komanya naende, you will go with me up to the book of Acts and go and read. genda nainje ase ekitabu gy'okora kw'abatumwa osome, Utakutana na Paulo nonyorane na Paulo and his brother. na mumuromu abo, Wanaenda katika maombi. bakogenda ase amasabo, Ni Matendo ya Mitume 16 uanze 6 kuelekea chini. okora kw'abatumwa 15 nemo mustari Pale usta, 17 utakutana na maelezo haya. na bakonyora amang'ana aya. Paulo wanaenda katika maombi. Paulo bakogenda ase amasabo, Wanakutana na mwanamke mmoja banyora n'omukungu oyo omo, ambaye anapiga kelele oyo wake eriogi kutoka nyuma ya hawa ndugu zetu. nyuma y'abarobu aba. Anasema hawa ni watu wa Mungu. Aba n'abantu ba Nyasaye, Wanaleta maneno ya Mungu. bantu mang'ana baletire na Nyasaye, Wanahubiri injili ya wokovu. bakorandie enchiri y'ogotoleka. Pastor kwanya konyoro muntu ogotebi. Muntu Oyo ogotenga yani pastor kwarandi wangu na bobiti. kwarandi wantachi. Okay. Kwanya konyoro muntu pastor ogotebi. Kwarandia. Kwaganya rende isago kurira guchienga ekero na indi gukwa kunwa nkwa unchureria Kwachenja. yani no agugotigera nga pastor kwarandia ai we bono ekero inki bono gekora yenteke kero giago kuna inki gwakora bono mubuli nga korwa bono ngande ngikwayi ngai abantu mbalumete bara ekambie yekoera bagoteba nga pastori ngali ekambia akarandi bobe karandia lakini no ate gari tobonya kaime
no ari kanisa atari gokuwa ni mulisi onde gose mwana kwaya atari gokuwa ni mwana kwaya onde lakini abaho tengu murandi urandia lakini abatigarete meyo monyaka. Praise the Lord. Moteba amina. When the controversy will be over, our weapons will be laid down. But I want to ask you this afternoon that the controversy is about to end. Bring your weapons here today. Which weapon have you been using? Which weapon have you been using in the great controversy in this church, in your home, in this community that you are living in? When Paul and Silas, they discovered in this woman there is a devil in her. She was speaking the same words you speak. Pastor ulihubiri sana vizuri. Alikuwa anawaambia hawa ni waja Mungu. Wamehubiri neno ya kurudi kwa Yesu mara ya pili. Lakini Paulo alikuwa na Roho Mtakatifu. Akagundua kuna shida kwa huyu mwanamke. Kilicho ndani yake ndicho kinachozungumza. Mwanamke hana shida. Nilipokuwa kwenye semina ya viongozi hapa niliwaambia unaweza kukuta mtu ndani ya kwaya, mtu ndani ya kanisa ambaye kwa Kikisii tokoroke ensalimache yani okongo nyamenuebere ukiongea neno hapa kesho unalikuta huko, ukiongea neno hapa kesho unalikuta huko. Kuwa kama Paulo. Gundua huyu mtu ana shida. Acha kumfukuza kwenye vitabu vya kanisa. Tumia kifungu cha Paulo. Paulo alipomtazama mwanamke akamwangalia vizuri. Na ndio maana wa kujikita kwenye maombi. Maana Biblia inasema Paulo walikuwa wanaelekea kwenye nyumba ya maombi. Walikuwa wametoka kwa dada Lydia kwa ajili ya maombi, na walikuwa wanaelekea kwenye nyumba ya maombi. Kwa hivyo hawakuwa wanaelekea kwa baa. Katika maombi yao wanapokutana na huyu mwanamke tayari wamevishwa Roho Mtakatifu, wanaelewa ya kwamba hiki kinachoongea ni kitu kichafu. Mwanamke huyu anahitaji kwenda mbinguni. Kwa hivyo kitu tunachokifanya, hatufukuzi mwanamke pamoja na nebirecha byaye. Kwa hivyo wakaangalia. Hivyo nataka kukuambia unaweza kutana na okonga nyamenuebere yupo ndani ya kwaya, yupo kwenye kanisa hili, yupo kwa kikundi cha wazee wa kanisa, hahitaji kufukuzwa. The only weapon that you need is the weapon of prayer. Because if you pray, you will understand and discern where the spirit of this person is coming from. Because Paul understood, the Bible records, he was anointed. Paulo agakona. Paulo was anointed. Paul was anointed. We are still in the book of Acts 16. Huyu mwanamke akumuona mara ya kwanza, sio tali kabere, si mara ya pili. Paulo agoteba. Paulo anasema aliwasumbua kwa siku nyingi.
Mtu amekusumbua kwa miaka mingapi? omonto ogosumbuira ase emyaka erenga, Ugonjwa umekusumbua kwa miaka mingapi? oborwaire bwagochandire ase emyaka erenga. I want to tell you this afternoon Tagete kogotaiya omogaso obono, that when the controversy will be over, ekero esegi yaeraere, we will lay down our weapons, tobeke ebirwanero byaito inse, which has been your weapon for your sickness. kibye byabere konya ebirwanero Which byase weapon oborwaire. have you been using Kerwanero kikonya gotumya to fight your controversy, korwana esegi to yawo, fight the judge elder, korwania omorisi, to fight your husband, korwania to omosacho, fight the church members? korwania omobwatani. Is that weapon prayer? Kerwanero kino ogosaba Is it righteousness? nabo ngekeronge kere If it is not the weapon of righteousness, onyengeri ekerwanero kioboronge you have been using the carnal weapon. kwabere gogotumia ekerwanero gia kemobere. I want to tell you this afternoon Tagete gogotaiya omogaso that obono, when the controversy will be over, ekero esegi eraere, we will lay down our weapons. tobeke ekerwanero giaito I'm inse. inviting you this afternoon Tagete gogotaiya omogaso obono, that when Paul ekero Paulo, got annoyed, ekero Paulo he agechetiwe looked back, the Bible records, akaira na ase amariko nkie mariko agoteba, and said, agateba in the name of Jesus, ase erieta ria Yesu, I command you, na agotebirie leave this woman. tiga omokungu oyo, And the woman was fleeing. na omokungu oyo akaba omosibore. Maybe the weapons that you have been using Abera anyarekana ekerwanero ogotumeka are carnal. nabo kire ekiake We mobere, are not fighting people, choir members. toli korwania abana You kwaya, may have a difference in the choir. oratwara owetana ase ekwaya, Don't fight this lady in the choir. tobasa korwania omokungu oyo ase The ekwaya. problem is not this lady. Mochando tali omokungu oyo, It is what is in this lady. nekera ase omokungu oyo Go meaye. down with the heavenly weapon, Genda nekerwanero kia the igoro, weapon of prayer, ekerwanero giogosaba, and cast out the demon. nagotogonyere ekero echekyo, Iya okongo nyamenu ebere. eke giokonya gokwana Because anaria, when the discovery will come ekero obomanyi and buramanyikane, the controversy will be done, ekero esegi eraere, where will you lay that weapon? ng'ai orabeka ekerwanero I ekyo. want to invite the church elders. Tagete kwarigania omorisi, Maybe the weapons you have been using, maybe ekerwanero ogotumeka, fight to stay in power. ekyo ogotumeka kogendera koba ase It has oborai, been carnal. ekero egiake omobere. I want to ask you this Tagete afternoon, ngoba oli mogaso obono, you church members aye omobwatani, who have been fighting the elders, kwabere gokorwania abarisi, which weapon have you been using? ekerwanero kiogotumia, Have you been praying for them? konya ngosaba ora Have kobasabera you ore, been having faith in Christ? konya nobwata okwegena ase Yesu, What will happen ingi kerabe, when the controversy will end? ekero esegi eraere, Would you walk with that weapon notare nekerwanero and ekyo, lay it in Jesus Christ? kebeka ase Yesu, When the controversy will end, ekero esegi eraere, where would you lay your weapon? ng'ai orabeka ekerwanero I kiago. want to invite you this afternoon. Tagete ngwarigania omogaso And obono, when we will be able to fight and finish, ekero torakora esegi, bring your weapon to Christ, lete ekerwanero ase Yesu, so that you take a new weapon, ekerindoire ekerwanero a ekeyia, weapon of righteousness, ekerwanero kiobuya, a weapon of kioboronge, faith, kerwanero a kiokwegena, weapon of prayer, kerwanero giogosaba, so that is the weapon we are going to use. ekiagera ekira kie ekerwanero toratumeke. When we continue downwards, Ekero toragendera ochinse, don't fight spiritual battles tobaisa korwana esegi yake moika with earthly things. n'ebinto by'enseye. My pastor Habakkuk, Morandiona Habakuki, God gives us spiritual weapons to fight. omonene otoire esegi yake moika turwane, If you've been fighting using your own weapon onye kwabere gotumeka ekerwanero kiago of anger, igoro y'obororo, resentment, and other things, n'ebinde, I want to give you the weapons this afternoon. tagete ngo ekerwanero omogaso That obono, as we conclude this afternoon, ekero torabete gokora omogaso oyo, bring your earthly weapon in front inte here. ekerwanero kiago gi'enseye, Because when the controversy will be over, ekero esegi eraere, our weapons will be laid down. ebirwanero byaitu mbibekwe ense, Our weapons will be laid down. ebirwanero byaitu mbibekwe I don't ense, know which weapon you have. timanyete ngerwanero kiobwate. My pastor, Morandione read for us tosomere the book of John chapter 17 verse 17. egitabu kia Yohana 15:2 Let us see the weapon torore ekerwanero, that we need to use. torore does the Bible ekerwanero say? togotumeka ingia marika agotea Yes. obache nase ekene ling'ana liao nali ekene. Weapon number one for the spiritual matters
ekerwanire getang'ani yake is moika to fight with the truth. nokorwana nekene If there is somebody you know enye ko omonto naromanyete who has been dealing in lies in the church, oyo obeire gwakorwana ase kanisa who has been dealing in lies in home, oyo obeire gakobe n'oborima asenga the only weapon that you need ekerwaniro gioka atakeire is not to quarrel this person. tari okwomania omonto oyo It's not to give up on this person. tari ogokwama igoro y'omonto oyo It's to fight using truth. nokorwana gwetumia ekene Because truth ekiagera ekene will expose the lies. kere toborimo The sword of God ekerwaniro ogosoe omoyobirendo is the nyasaye second weapon. naki ekerwaniro gya kabere Hebrews chapter 4 verse 12. abaibirania 12 Our second weapon ekerwaniro gyaitu gya kabere is not to gang up. tari ogotiga na gotiga gokora emeremo na It's- goteba ni It's gotiga not to gang up in a group, tari ogocha ebikundi amo but is to have the sword of God. kore nogotwara omoyobirendo nyasaye What does the Bible say in Hebrews chapter ikiamarika 4 goteba ibirania 12 verse 12? Yes. ekiagera ring'ana ria nyasaye rire moyo erire n'ekinguru erire omwoge gwetania omoyobirende oyo okobutora chinsemo ibere erigosamba na kosoa emeseto ime na konyitotora. Amen. Praise the Lord. Mwana bakwe The second weapon ekerwaniro gya kabere is not to have a meeting tari ogotware okoumerana na and chingwana discuss the treasure of the church. na gukwana igoro y'omugachi The bw'ekanisa. second weapon ekerwaniro gya kabere is not to go somewhere tari okogenda ase gete and hatch a plan na gutwara omoroberio to sabotage the church. na gwatana n'ekanisa. But the second weapon kore n'ekerwaniro gya kabere is the sword of God. n'omoyobirendo The nyasaye Bible records emang'alika agoteba it divides, igekobaga it burns. gegosamba If you have enough sword of God, onye kobwata omoyobirendo and isaina that is the word nyasaye of God, neri nering'ana lya nyasaye you can read it to the church elder. nabokora n'omorisi You can read it to the choir, the word of God, nabokolisoma gocha ase ekwaya and they will come back to their senses. nao bakweyiranira ase You ebirengereryo. don't need to hatch a plan totakeiri gotwara omoroberio to kill somebody na koita omonto gete as a weapon. munekerwaniro Because when the mystery of the controversy will be over, ekiagera ekerege koneke yese our ikiraere weapons will be laid down. ebirwaniro byaito bibekwense And we say, na igo togoteba will you bring the weapon of anger before Christ? norete ekerwaniro kioborora ase obosi bwa When yesu the great controversy is over, ekere esegire abe yaerire which weapon would you say that you fought in the church? kerwaniro kioratebe kwarwanete ase The ekanisa. third weapon kerwaniro gya gatatu is in Ephesians chapter 6 verse 16. ekera abebeso isano nemo 15 You nemo don't need to go out of this church totakeiri gosoka isiko yekanisa so that you can fight out of the church. elindo orwane ikoru isiko yekanisa. You need to stay in the church otakeire kobe ekanisa ime and take the third weapon elindo ire kerwaniro gya gatatu in Ephesians chapter 6 verse 16. ase ababebeso isano nemo 15 What does nemo the Bible say? jamalika ukwana Uh-huh. Uh-huh. Praise the Lord. mwana nabakwe That the shield nge enkuba against the enemy eye gotanga nomukati yawo nomobisa is not having a group of men. tali ogotwara egekundi gete kiabagaka It's not having the choir behind you in the church. tali ogotwara ekwaya mayiga yawe It's having faith in Christ Jesus. nogotwara okwegename ya yesu That when the controversy will be over, nekerese egeraere then you lay the weapon before Christ. nobeka ekerwaniro bosi bwa yesu These weapons ekerwaniro eke are provided to us, iga byarurugo cyase and they tore are ready to be accessed nande mbire tiare gotoka immediately when we want them. kengi mekero to bitagete The other weapon nekerwaniro kende is in Zechariah chapter 4 ekerase gitabu ya Sakaria verse 4 6. komina aginye ebingo bya How do Esther you fight? na kyokorwana Because there is going to be kiagere de chikoba
we need to decide today netakeire tubeke ebirengereri byaitu nagotaba rero among us the weapons that we have said. ase ebirwaniro twarorire You choose today. ochore rero Which weapon are you going to use? kerwaniro kiogochigotumia Are you going to use faith? nochigotumeka okwegena Are you going to use anger? nochigotumeka obororo Are you going to use disagreement? nochigotwara Or you ogwatananeka want to use the word of God? gose notumekeria ing'ana ria In nyasaye Zechariah chapter 4, what does the Bible say? ase Zakaria inye bibungo byaye bitano na Biblia inasemaje? Zakaria 4:6 Yes. Yeah. akairaneria agantebia agoteba eri nariri ing'ana ria nyasaye ase Zerubabeli rigoteba Aha. chinguru nchiro Sio kwa. tali ase chinguru gosa Answer, sobo rudia. bui Answer vizuri hapo, si kwa. tali asoko bua gose tali ase chinguru kolende na asomo ikone monene na Praise the batere Lord. bwobo bua You can have the power. nabogotwara chinguru You can have people behind you. You nabogotwara abantu maega can yawo have a choir behind you. You nabogotwara ekwaya maega can yawo have the whole church behind you. nabogotwara ekanisa yose But maega we yawo are told lakini togotebigwa for you to win the great controversy, erindo obwese egienene you don't need the choir behind you. totakeirie ekwaya kuri maega You yawo don't need church elders behind you. totakeirie morisi maega You yawo don't need your wealth behind you. totakeirie omokungu omo maega You yawo need the power of the Holy Spirit. otakeire chinguru kyomoikomo It is the cheru only power nachi chinguru kyoka that can divide ekirabeke and give you the win nagokobo bwi in the great ase controversy. ese egienene This afternoon, ase omogaso bono I want to ask you, tagetengo borie among us the weapons of God, ase ebirwaniro ebi bya nyasaye have you ever fought using any? kwanya kurwana gutumika kende Have you fought using faith? kwanya kurwana gutumika okwegenda Have you fought with your husband using prayer? kwanya kurwana na musacha ogutumika Have you amasabo fought with your husband using the word of God? kwanya kurwana na musacha ogutumika lingana lya Have you nyasaye fought with the choir using the power of the Holy kwanya Spirit? kurwana ne kwaya gutumika omoikomo chenu The question that you are answering is negative. ni swali okoboirane lyonya lire negative I want to tell you this afternoon tagetengo tayo omogaso bono that when the controversy will be over, ekerese egiera abe our yaerire weapons will be laid down. ebirwaniro byaitombi bekwe I want ise to ask you this afternoon tagetengo boli omogaso that bono bring that weapon. lete ekirwaniro ekyo If it is not faith, onyengeri okwegena if it's not the Holy Spirit, onyengeri omoikomo if chenu it's not the word of God, onyengeri lingana lya if nyasaye it has not been truth, onyengeri ekene you have been fighting using. kwaberi wokurwana ogutumika If there is anything outside there, onye kendekero isiko yebyo bring it to the feet of Jesus this afternoon. kereta ase amaguru a yesu ase omogaso Because bono when the mystery ekiagerekero obobisi obo of the great controversy bwese egienene will be won, burabitwara obobwi will be over, ekero eraere those weapons ebirwaniro ebyo will not help you. I bigokonya want to ask you this afternoon, tagetengo taibono omogaso oyo lay them today birete bono before the feet of Jesus ase obosi bwa yesu so that he gives you the weapons eri nakoba ekirwaniro to win the war eri n'obwese egi that began in heaven eyachagite igoro but brought to the earth. lakini ekaletwa ase ense Don't use your power. totumeka chinguru chao Don't use your wealth. totumeka obotenengu bwao Don't use the group. totumeka egekundi Don't use your money totumeka ebesa to yawo fight in the great controversy korwana ese egienene because you will not win. ekiagera tekobua People who have fought, abantu barwanire the Hitlers abahitirasi and other people, n'abantu bande using their power. gotumeka chinguru chabo You know, you meet with Saul. ekiagera komena na Paul You know, you meet with Saul. ekero komena n'echingoro. Saul the person. Saulo. Oh, you are talking of Saul. Sauli. Uh-huh. Unapokutana na Sauli. Ekero komena na Paulo. Sauli. Saulo ekero komena na Saulo. Unakutana naye kabla ya Matendo ya Mitume 9 kwenda nyuma. Okomena naye ekero koligere ligetabu yokora kwa batomwa kianda. Gochamae. Ochamagega. Ukipekua vizuri. Kerora gotubora buya. Saulo
alisoma katika shule ya one of the professor ambaye alikuwa anajulikana sana, Gamaliel. Iga someta se skuru yo mondo bwato manyo banene mono ole ko Gamaliel. Alisoma vizuri. Iga somete buja. Kama ni kuwa equipped, alikuwa equipped. Onye nobo manyina atwalete. Lakini ajabu ni kwamba lakini yo 10 ndio akutane na Yesu katika chapter 9. Elinda nyorana na Yesu abwe chapter ya kianda. Alikuwa anatapanya. Konyorobe ile koko seberania. Inawezekana umesoma vizuri. Biranya alikana wasomire buya. Hata vitabu vya Ellen White umesoma. Itanoene vitabu vya Mungu na White kwa abisomire buya. Hata ukisimama hapa ukihubiri unaweza ukahubiri vizuri. Itanoene kerogote na mutwana bora arandi buya. Lakini uenda hujakutana na Yesu. Lakini abiko yalikana turaumena na Yesu. Wewe ndiye naye kualika mchana wa leo. Aye naye kwalika ni umugasobono. Haijalishi talimangana umekuwa mchungaji. Kwa beiro morandi. Haijalishi talimangana umekuwa mzee wa kanisa. Kwa beiro molisi. Haijalishi talimangana umekuwa mwanakwaya director. Kwa beiro moraibwe kwaya. Au umeimba kwa kwaya miaka mingi. Itawatera se kwaya miaka mingi. Au ulibatizwa ndani ya kanisa hili. Itangu abatizwa tu kanisa hili. Miaka mingi tu. Miaka mingi. Lakini hujakutana na Yesu. Lakini turaumena na Yesu. Usije ukashangaa. To kumya mchungaji nikikuja. Umurandi ekeragocha. Watasemaje na nimekuwa kanisani miaka 20. Na kibara tewe kia na abire kanisa miaka 20. Paulo alikuwa mtu wa Mungu. Paulo no mondo bwa maneno olenge. Alikuwa amesoma mambo ya maandiko. Kwa wasomira maliko. Lakini alikuwa anatapanya. Lakini galenge kwa seberane watana. Alipokutana na Yesu. Kera umera nite na Yesu. He realized akanyoranga. He has been using konyoraga gutumeka carnal weapons. Chinguru chake mubere. In the great controversy. Sese yenene. And what he did, kolete. When he found out, ekera nyorete he laid the weapons down. Akabeke kirwaniro He surrendered to God. Akerwa somo nene. He surrendered to God. Akerwa somo nene. As we wind up this afternoon. Na tokoro mugasobono. As we wind up this afternoon. Na tokoro mugasobono. The great question you need to ask yourself. Ni swali lile no bwene tukwebolya. Should I continue using the carnal weapons? Ningendere utumeka chinguru chake mubere. This great controversy. Sese yeye nene. When the good news has come. Ekera mangana mayachire. And the good news is Jesus Christ. Na mangana maya Yesu. He says, come on to me. Igagote inchwe. Come on to me. Inchwa sende. You all who have been ladened. Abu mwarosiwe ne chigurube. And I will give you rest. Nimba umutimoko. In the book of Romans chapter 8. Segetabu kia Barumi 8. Verse 37. Eungo bia emeronge tatu na bitano na kemo. When you surrender. Ekero kwerwa. In the world's vision. Se ense. You look like you are defeated. If somebody today here makes a decision, a bold decision, he wants to come to Christ, people here would see you like you have been defeated. But I want to tell you, in the Bible, when you surrender, you are a victor in Jesus Christ. When you come with your worldly weapons and lay them before Christ and ask Christ, give me the heavenly weapons so that I can fight the great controversy. That when all is said and done, my name will be in the book of everlasting life. What does the Bible say in Romans chapter 8 verse 37? 37 or 36? 37. 37 vitano na bibere. Lakini katika mambo hayo yote, mangana yonsi ontobue na goetani okobua goetera sale oyo twanjete mwana bakwe. That in all these things mangana yonsi that we have been fighting using carnal means, if we surrender to Christ, all these things, we are more than conquerors through Him who is Jesus Christ, who loved us. I want to appeal to you this afternoon. Are you fighting a spiritual battle?
esegi okorwana yake moika with carnal weapons? ne chinguru chiake mobere Are you fighting a spiritual battle? igo okorwana esegi yake moika Umaete na bera atoka nukorwana esegi yabuo. huenda ikawa unapigana vita ya kifamilia Iyo sio shida. oitalio mochando Lakini no esegi nero korwana yake moika. lakini esegi nero okorwana yake moika Are you using carnal means? chinguru ogotumeka ne chiake mobere Are you using carnal weapons? chinguru ogotumeka ne chiake I mobere want to appeal to you this dagete ko afternoon. basoromo gasobono If you are fighting a spiritual battle, onye gokorwana esegi yake moika you want to be pure. otagete koba ole buya You want to be pure. otagete gocheneka Maybe you have been a fornicator. itakoje kwabeire omotomani You have been an adulterer. kwabeire omonyaka You want to come to Christ. otagete gocha ase Yesu You didn't know how to win this battle. kwamanyete na kiora bwese You have ye been trying to dodge. konyengo nyagotemo ko ngaina You ngainereria have been trying to avoid SMSs to reply them. konyengo nyagotemo lenjero konya kweba cha imuno kwera ni message I want to invite you this afternoon. dagete ngwari ni omugasobono Those are carnal weapons. ejide chinjera chiake mobere Another question this afternoon. di swali lindo Are you omugasobono wearing the full armor of God? no ebo yetiekerwanero yonsi kya Yesu Are you wearing the full armor of God? no ebo yetiekerwanero kya ebirwanero byonsi bya Yesu The question li swali is, neli somebody wronged you, muntu okogoseire gusa omuntu rakogoserete you differed, mugasinyana you've never went there kwanya kwendo with the word of God, nelingana lya Nyasaye which is the weapon. eyirire ekirwaniro You have never gone there kwanya kwendo with the prayer, nogosaba which is the weapon of God. eyirire ekirwaniro kya You have Nyasaye never gone there kwanya kwendo with the word of the Holy Spirit. nelingana lya omoikoma chenu That is the heavenly weapon. eyine ekirwaniro kya igoro The appeal this afternoon, ogosorora kwabono mugaso if you have been using different weapons, onye konye gotumeka ebirwaniro etabauti bring them to Christ Jesus. bireta ase Yesu Another appeal this afternoon. nogosorora kwabono mugaso oyo Are there strongholds in your life ebinto mbiro bire ebikong'wa ase obogima bwago that you need pulling down? ebigokoreta otaite koreta inse Are there any stronghold in your life ebinto mbiro bire ebikong'wa ase obogima bwago that you need to pull down? ebiyo otagete gotigana Surrender to Christ. bibeke nako bireta ase Yesu Pick up his weapons elindo imokie ekerwaniro kyaye and fight the good fight elindo orwane esegi engiya of faith esegi yokwegena until the great controversy is over. elinde esegi enene goikere You may be in a great controversy nabora abase esegi enene using wrong weapons, gotumeka ebirwaniro bitaganeirie thinking you will win. orengere tinga nobwe This camp meeting will end. ekambiye omwaka oyo nere This pastor here, murandi nara Pastor Margaret, murandi nara amagireti would be here. naba She will go. matuka yagayuka naende Maybe you would fight her. eita nomuramurwanie And then she goes. nande nagende You won't win the battle. oko bwesegi Another pastor will come. murandi onde nache And another weapon will be given. naende ekirwaniro kende ngerwewe I am telling you, naitiko batebya you are in a great controversy, yo turase esegi enene but you are using a wrong lakini weapon. ogotumeka ekirwaniro My etabauti appeal this afternoon, tagete gosorora mugaso oyo come and use the right weapon. injwe otumeka ekirwaniro keganeirie Because when the controversy will be over, ekiagerekera esegi eraere these worldly weapons ebirwaniro will byenseye be nowhere to be used. bikogendera gotumeka naende Surrender them this afternoon bilente bono mugaso so that Christ will give you the right weapons, elinde Yesu akoa ekirwaniro so that ekeronge you fight the spiritual warfare elinde orwane esegi yake moika using the right weapons. otumeka ekirwaniro keganeirie Some of us, our prayers have not been answered abange baita ogosaba gwaito ongorairanerwa because we have been working and fighting a spiritual welfare ekiare twabere togokwana kurwana esegi yake moika using wrong weapons. otumeka ebirwaniro bitaganeirie Come and we equip you this afternoon injwe elinde mobe kuchingurwa ase with omugaso the oyo right weapons, n'ebirwaniro biganeirie so that as you fight the great controversy, elinde munokorwana esegi enene you are assured of winning. elinde notwara okobwa Not only as a
person, tali muno omonto byeka but as a spiritual being. lakini muno omonto kimoika A story is told, omogano norororo maybe you have heard it about it, eitakwanyo igule as Nyakumbati choir comes, ne kwaya ya nyakumba tiegocha and you make a decision this afternoon. lindo koroko na But chamugasori if you want to be baptized, ngenyo gotagete kubatiswa make a step this forward, injugo cha mutwe so that Christ linde Yesu can give you the right weapons. akoekerwaniro keganeirie Have you been fighting with the drunkardness? koje kwabere gokorwana n'obotindu Have you been fighting with drunkardness? kwabere gokorwana n'obotindu And then you went, linde okagenda somebody told you, monta agotebia if you take some liquid, onye kora ire they will finish the queue. mbikorera ngo And you have tried, naende watemire it has not gone. mbirakora That is a wrong weapon ine kerwaniro kere bobe for a spiritual warfare. sese yake boika Have you been fighting kwabere to gokorwana stop being a witchcraft? otigo oborogi And you have tried naende watemire to go even to the witch doctor watemire kwa nona saba je to musira return the things. nakoirania ebinto But when you come back, lakini ekero okoirana the same thing follows you. ebinto biri byako bwati You've been using a wrong weapon kwabere gotubeka ebirwaniro to bitaganeirie fight a spiritual nakorwana warfare. ese yake moika As I told you, na nabatebia a story is told of a boy omogano noro igoro yomo muragete who wronged somewhere, oyo okoreta amakosa and asegete then he went to jail. akagenda asechera I told you a live jail nabatebi igoro yechera burunge because I love it. ekiagera I ninyanye have an experience. imanyete nachieto I have an experience. imbwato obumanyi And this boy, nomo muroyo you know, sheria ikampata na hatia. ama lichiko likamubwata n'obosali He was jailed. agasibwa And then one morning, asema mbyemo like here in Kenya, munabono Kenya there is what we call the presidential pardon. egentongeri tokoroka The presidential pardon, amnesty. Ile msamaha wa rais. ogosaba amabera kwomurai bwense Because after some time, ekiagera nyuma y'ekinga kiaetire a president has some privileges omurai bwense ngotwara ale kinga kigete kiko bakingiya to give some ya pardon, bene to give some pardon elindo tiga to those criminals balikonyara bakorera amamocho who they think in the prison cells awo bakorengera linga barasechera have changed their behavior. bachenjiri chinjira kyabo So when it reached one time, bonekereya igetenga kigeteyemo there was this amnesty. egaika chinga kyechi So the president announced elindo omurai bwense agateba that agatangaza I will give the pardon. nimbatige So the boy was told, omuroyo agatebibwa you will be pardoned by the president, nochotigu n'omurai bwense but on one condition. lakini ase ogochikoko On one condition. lakini aseke When you will get out of this jail, ekero orasoke isiko yechera there is a room that is prepared like this one. erumu nero yaliganiriga And the parents came, baibuli bagacha friends came, basani bagacha and they were very happy naende bakaba n'omugoko to know that the boy will be released. bakamanya ng'o omuroyo ngo So he bwatukwa was given one condition, omuroyo agatebibwa agachikwa egentekemo that you will get out of this door. kero ogosoka isiko y'omurangu There is one thing you need to do. kentongereke muganeirie okore There will be 3 bulls. pi 3 bulls. chieri nchiarengo isato So you will, in these 3 bulls, ase chieri echi you isato are given an opportunity kwaiwore libaga to touch the horns elindo obwata amagunjara and the tail. ne keminja kiaye So, and then you'll go out. elindo osoke isiko So the parents baibuli and the friends n'abasani were gutted. bagachamo They were cheering. bali They n'omugoko were cheering. I bagotogia want to remember the name they were using. They were saying, there's a name, there's a song they were singing. They were telling him, naye bweka, Gideon naye orarore, Gideon igoro liao. You know, they were singing that song bo bali gotero gotero uko and telling him, bakomotebia it's upon you. bono no nayo korora Gideon igoro liao. nayo korora Gideon naye orarore. The first pull came. eli entang'ani egacha When it appeared, kero it yarorekanete had horns. kyabwata amagunjara But it was so fierce. lakini
lakini yarenge kwoboya It was getting out. ekero yare gosoka It took its feet, ekaira amagoro getting aye the soil from down na gukurura amagoro and ariga making a lot of sound. na korwa eriogi The rinene eyes were so red. amaisa aye The gabarirete boy was being cheered by the parents and friends. omomura akonya gosegetu n'abaibuli Gideon, n'abasani it's your time. chinga kiekire ekyao Gideon Gideon is upon you. bono naokora Gideon Gideon checked around. Gideon akarigereria The pool was so fierce. erie yarenge The horns yokogosa were so sharp. amagunjara agarenga He amatieri thought once. akarengereri The second time, eritang'ani he ryakabe said, no, agateba yaya there is another bull that is coming. eri endengo I chere have two remaining. natigaire ibere He let the first bull go out. agatiga entang'ani ekaenda The parents were singing, abaibuli bari gotera Gideon, it's upon you. Gideon naokorora Gideon, igoro riao. Gideon, it is you now. Gideon, it's upon you. Gideon naokorora igoro The ryao second bull came out. eri akabere gacha It did not have the horns, yabwate but magunjara it was also so fierce. lakini yarenge yokoboi It was so huge. yarenge enene Immediately it was opened from the gate. abwa umuna yayigorere It tukorwegeita was jumping up and down. yare konya gocharuka Gideon saw it was so difficult Gideon yakaranga to yakonyire hold a pool that is jumping up and down. asoko bwate eri mune He yekunya said there is kokumatuma another chance. agateana ende eri endengo I chere will give it a trial. abongo tigante me The yende parents were crying. baiboli bakabale They kubakola told him, you have only one. bakamate yotigare tia ya It's moyoka upon you. inayo gochara kwao igoro yao He told the mom, akabate imama I have one chance. impwate libage elimo He prepared himself. He akealigani said, even if it will have horns, agateane twara even magunjara if it will be so fierce, ne twaro ne oboi I will hold it. goikanye I bwate will hold the tail. goikabwate keminja He was told, agatebigwa this is your last chance. eye nero yomoelio The bull came. eri egacha It was so humble. yarenge It ngororo was walking gently. yare gotara n'ubwororo But as it came, muna yare gocha it had no tail. yabwate keminja So he had nowhere to hold. akanyora asa kubwata tayo This afternoon, ugasobono you bought time. kwa iru chinga ki You've been buying time. kwa bere gokonya ko Maybe ranga chinga kichinde njiro on Tuesday, Pastor, I'll come. nka kiching no choche na Maybe on Wednesday, Pastor, I will surrender myself. eite Jumatano yo nije rubo bugima bwane I want to tell you, dage tengo tebye time is not on your side. chinga kinjiri asore Make it haste today. kibeke kibe raisi rero As the choir sings ne kwaye gotera and you want to be baptized, oya utaite kubatiswa make your step here. injugo cha mutwa Surrender your weapons. karweke rwanero kyao Surrender your weapons. karweke rwanero kyao There is a great controversy. ese yene nenero The fight in you. eye gokorwania You have been fighting throughout the week. kwa bere gokorwana And the controversy is continuing. ese gigegenderete Those weapons that you think you will win, ebirwanire byokagerete nga nobwe it's not spiritual. It is not. They are not spiritual. ebirwanire ebimbiri byake moika Those are carnal warfare. ebi nebirwaniro byake mubere I want to invite you this afternoon. tagete nkwaligani omugasobono The youths at the back there. abasayi bali You maegalya may not have another chance abotatwale libagalinde of surrendering the weapons. asoko rweke rwaniro You may be using your WhatsApp nabora tumeke whatsapp yawe as your weapon. muneke rwaniro You may be using your Facebook nabora abe utumia facebook as your weapon of muneke welfare. rwaniro kyao But I want to tell you, lakini tagete all gotebya that is carnal. ebi nebyake You mubere may think nabora abe I will gokolengererya get the sermons nintwara okukorandya in Facebook, ase facebook in my WhatsApp. ase whatsapp As the choir sings, munekwaye gotera make a step forward. injugo cha mutwe We won't mind. tokumya We won't mind. togokumya We won't mind. These are the only souls ekira chingoro that kyoka would accept Jesus today. kyaitabire yesu lero Why tarry? nangiyekogera Why wait kyokoganyira for another chance nelibagalinde that you don't know whether you'll have it? kyari tomaye dioso nolinyole Don't know whether you'll have it. tomaye dioso nolitwale Yes, there is tomorrow. turamanya busimabi nebe But who told you? injugo cha Who told you? nogotebya We will make a call tomorrow. torangeli mami Who told you? nogotebya
ngogotebetie We will make a call tomorrow. ng'atokoro korangeri mambia Who told you? ngogotebetie There will be an appeal tomorrow. ngogosorora naende ngobe As mambia they sing, na bagotera come forward. injugocha motwa Join us here. injugocha otwo babo na itwono Haijalishi una miaka mingapi ndani ya kanisa, kalimangane miaka nelengo bwate kanisa lakini kama sauti imekunenea mchana wa leo, onjeri ogiri akorangeri omugasobono naomba upige hatua. nagetoche gocha Dada yetu yuko pale, Madam Violet. oyo minto mata Violet no arali Kama utaogopa atakushika mkono tu. onje goko bana bauko bwatoko goko Ama kuna jambo ungependa kwamba utengeneze upya na Mungu. Habari njema ni kwamba you are a conqueror. Piga hatua. It's not about what you have done. It's about what Christ did in the cross. It doesn't matter what you have gone through. It's what Christ went through. Make a step this afternoon. Don't fear anybody. Acha kuogopa mtu. Acha kuachia mtu. Vita kuu itakavyoisha, silaha hiyo ulio nayo hautaipeleka mbele ya Yesu. Leta silaha unayopigania vita vya kidunia hapa. Bring that weapon before Christ Jesus. Usiangalie mtu, maana Yesu amesema, njooni kwangu nyote mliolemewa na mizigo, and I will give you rest. Nategemea vijana kutoka pale nyuma
Asante. Biamono. Mungu awabariki sana. Mone n'abaseni sana. Nataka niwaambie, Tagete ko batebya. you know, there are some voices that will be deadening you. Amaliogi naro imeao. That would be telling you, you know, you are too much. You can't go there. Ayako ja gotenga to ko gendalia. I want to tell you, Tagete ko tebya. in the Bible, Imeyebuku. a man called Bartimaeus. Montole ko Bartimayo. People were telling him, don't make noise. Banto bali ko matetiga wa keliogi. But do you know what? Lakini umanyete. I'm interested in that verse. Egen ton kere ndo chekere buje imeya malikalia. That those same people, Banto bali balia. when Jesus Christ heard his voice, Kero Yesu iwete eliogi aye. he used the same people Agatumeka abantu bali balia. to tell, go and call him. Na ko bategenda mu murangelie. The same enemies of yours. Ababisa bali bawo bado. I want to tell you one afternoon, Tagetengo teibono. one morning, Mambie yemo. they will be called to bring you to Christ. Barangeli kubakolenta se I Yesu. want to tell you, do not fear. Tagetengo teito iroka. Tell them, I want to see Christ. Batebi Yesu ndagete korora. With the Bartimaeus, Na Bartimayo. nothing was of a great importance Kende nkeyo kialenge giengenjo. than to meet with Jesus Christ. Weta na kumera na Yesu. The cloud was big, Banta bange the balengeo. noise was huge, Eliogiri nyinge. but that was not able Lakini ndinya alekaneti. to stop him from getting to Christ. Komotene ni ko chase Yesu. What will stop you this afternoon? Ingi kirago tango mugasobono. Maybe you've been a fornicator. Tali mangana kwabera omonyaka. Maybe you've been a sorcerer. Eita kwabera omorogi. Maybe you've been disagreeing with somebody Eita kwasinyane n'omuntu and gete. you want to renew the relationship Notagete ko bwata na bwoya. because you have realized Ekyere kwamanyire. the weapons that you have been using Ekerwanire ekiwatumire. have been carnal. Byabeire byakemobere. Have been carnal. Byabeire byakemobere. Come to Christ. Injwase Yesu. It's not only today. Tali lero lyoka. If we get a chance tomorrow, Kora nyole libaga mambi. if I will be here Anya kingo ba. and you will be here, Anya goko ba nae. make a decision. Chorogo chora. That will be good. Eye okorekero korangeli ukurabe. If tonight, Onyobo tukobalero. after this sermon, Nyima ya morandi abon. you decide to make up your mind, Kora lengere liese birengere byao. come and see us, Injwo torole. so you renew your relationship with Christ Jesus. Elindo bwata nebo yana Yesu. It's my humble prayer Okura kuogo sabakwane. in Jesus Christ. Seri eta lya Yesu. May we stand Tigato tenene. as we pray. Elinde tosabe. Tusimame kwa ajili ya maombi. Totenena sogo saba. Asante. Biamono. Pastor ambaye amekuwa mkalimani ataomba alafu nitamaliza. Nyasaye tato mwana no moikomo chenu twawakere biamona aseke ukyobogima. Biamona ekyaro tweyule lingana lyao. Twarolire nganda ke twabere togotumeka ebirwaniro byenseye. Ase lieta lya Yesu twale osaba otokonye. Totumye ebirwaniro munekene munamaliko ebirwaniro muno kwegene ebire asole Yesu. Elinde tobaba buigo ikatutumye ebirwaniro bya igoro. Bana bawo bakira ao berura abanda asengenje yoko batiswa nyuma batara batiswa sama chamange oba batisa asomo ikomo chenu. Bana bawo mbara otwa batise tukale andake twachire bamijano kwani kwao twale osaba otokonye elinde tobwata nebo ya tobe ime yao botambe elinde tobaba bui twawetigere korubono goika kogenderera wetera Kristo Yesu mutolio itu. Amen. Otongi tata mbuya mwana asengenje mugasomoya. Ababono bakire bosyo n'abana baho babeire nande batenenire koba asabanto abangenga batangase go cyakesa bali amunaye. Obarwanerere otere namuna barabwo. Bale gatigati ya ito na barabu tutarana chekina go cyakoboya obogimo bamunaye. Nyasaye kero kuna gotokwanera nabera abase kambiyeye nabera abese sabatego cyago chisabato chinde twasabire nganto nyorwa kuna chekina ekeresegiye yenene yo musunte koera ebirwanero byeito biri twatumire byense mbi gotokonya twanchere wiki yegego chikoera ebirwanero twabere togotumia byense byonse tobirenta sole oto ebirwanero byegora ekora nayo manyete buya esegiye nga yacha kerete mabera otigato isane twabulira serete Yesu Kristo romoboli to. Amen. Amen.
tupate kuketi. Rudia huo wimbo tunapoondoka. Rudia wimbo. Kwaya iro rogotero kwekera tokorwa.
Yasa ya bateru kiyana materande te kumambia. Mlango wa rehema uwazi, ewe Mkristo wajua hivyo. Ng'ang'ania ufalme, jipange ujitayarishe. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katika mauti Mungu anakutuma uende. Shikilia imani Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Wakati huu unaelewa ya shida kila mmoja wetu, na ni wapi utaguza na utamguza ili aweze kuelewa. Tunaomba wote utusaidie tuelewe neno lako na tulisikie wakati huu vizuri, na pia ubariki mnenaji, umpe nguvu zako aweze kunena kwa uwezo wako. Tumeomba kupitia kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Karibuni. Katika madhabahu tuliangalia tukaona kuwa kurudi madhabahu ni kurekebisha yale madhabahu yameharibika, yameboromoka. Ikiwa mimi ni mama nimeboromoshwa kwa njia moja ama nyingine, nikaharibu uhusiano wangu wa ndoa. Jinsi tunavyoangalia 1 Kings 18:30, tunaona kuwa Elijah alirekebisha madhabahu yalipokuwa yameboromoka. Nikawaletea hadithi, nikawaambia tulienda katika Baraton University kufundishwa back to the altar ministry. Tulipokuwa pale tukaambiwa kuwa lazima tuanzie nyumbani. Siwezi enda kufundisha watu wengine jinsi ninafundisha hivi, kwangu hakuko. Lazima nijenge kwangu, nijenge mahali kumeboromoka ili nitengeneze madhabahu, ndiposa niende kuhubiria watu wengine. Tukaambiwa we must love our family sacrificially. Unajitolea kabisa. Tulizoko mwanjake mogaka Nyabuto na Morora. Ameenda tena Nyabuto wako. Unajenga madhabahu ambayo yameboromoka. Kama ni wewe umeharibu, unajenga. Hivyo tumeitishwa tujenge. There is a need to reconnect with our children. Hii jinsi Biblia inasema katika Malakai 4:6 inasema hivi, atatuma nabii Elijah ili lete mioyo ya watoto kwa wazazi wao na wazazi kwa watoto. Tukaona kuwa watoto wetu hata hatujawapea majukumu yao, hata hatujawapea hata mashamba. Tuko na mashamba, hatutaki kuwawia watoto. Alafu ya mwisho tukaangalia mambo ya kifedha katika familia zetu. Wana wa mfalme, mambo ya kifedha tukaona yanaleta shida. Tukaona mama unaenda kwa soko, ulienda kununua wimbi, ulienda kununua mahindi, ukipata mitumba unarudi pale. Ukiulizwa ulinunua mahindi, unashindwa chenye unarudisha. Hivyo tukaona mambo ya familia nyingi ziko na changamoto. Hata unapoangalia wazazi wa kijana, mama hataki kijana apeane kwa wazazi wake chochote, anawanyima. Tukaona kuwa ni vizuri
hata turekebishe katika hali yetu ya kifedha, tuanze kushughulikia wote. Kama ni mume ashughulikie kwako, nikawaambia jinsi sisi nafanya mimi ndio napeana kwao, na yeye kwetu afanye nini? Anapeana ile kidogo tumepata. Wana wa mfalme, tukaangalia mambo sasa. Familia zingine, familia zinaitwa za wachane na watoto mayatima. Tukaona watoto mayatima na mama widows wanapitia mambo mengi, na singles kuna changamoto wanazopitia. Tukaangalia, tukaona, hata tukaimba wimbo kidogo, tukasema oyo ndakaira eng'ombe ya mabere, oyo ndakaira emete yaye yonsi, ng'ina byara echae nechianga. Tukaona wananyanganywa kila kitu, wanapaki, hata wataesa tukanwa, wanapiwa hata kwa soko, kwa sababu watu wanaona hawana yeyote wa kuwapigania. Alafu mambo tukaona kuwa unapowashughulikia wachane, tukasoma 49:11 fungu la Yeremia. Tukaangalia, tukaona kuwa wachane, watoto mayatima, Mungu wetu anasema atawaacha waendelee kuwa hai ikiwa mama atatii amri za Mungu. Wana wa mfalme, tukaona kuwa na mama mchane amtegemee Mungu. Akimtegemea Mungu, watoto wake watakuwa salama. Lakini akiwa ni mama ategemei Mungu, ni mama anapita, hata watoto wake na wao watamshinda kulea. Tukaangalia mambo mengi juu ya wachane. Tukaona wanapolia, wanapoteseka, wakilia kwa Bwana. Kitabu cha Kutoka 22:22, wakilia kwa Bwana, Bwana anasikia machozi yao. Na hiyo laana itakuja kwa boma yako, nawe utafiwa mume wako na atakuacha, na watoto watakuwa mayatima. Tukaangalia, tukaona wachane wanapolia walie kama Zaburi 121. Ninaenda kwa haraka kwa sababu tuko na kingine tutakifanya. Wana wa mfalme, tunapoangalia changamoto za wachane wanapoendelea kuwa katika kanisa letu, tuwashughulikie na tuwapende. Ikiwa wamekosea, na wao kuna mambo yao kama si mchane kweli kweli, analeta laana. Tunaposoma kitabu cha Timotheo. Lakini sasa tumeona kuwa kanisa inastahili kuwalea ili wakue wakielekea na wao wamungoje Kristo anaporejea. Wana wa mfalme, tunapoangalia kuna wasichana wetu walizaa nyumbani, hawakuolewa labda. Kuna wengine hao singles. Kuna wengine walienda kwao, ikawa ngumu, wakafukuzwa. Mwamshe akafukuzwa. Wakati walifukuzwa, sasa wako wanaishi kwa miji. Wana wa mfalme, na wao tuwapende wakiwa wamempenda nani? Wamempenda Kristo. Kwa sababu si wao walikubali kuzaa nyumbani na kufukuzwa. Wao wamejipata katika familia kama hizo. Familia hizo tunaitwa tuwatunze, tuwalinde, ili na wao wamngoje Kristo anaporejea. Wana wa mfalme, hiyo ndio tulifanya asubuhi, na tulikuwa na muda mrefu tukafanya. Lakini ni wito tu turudie, watu wakasema turudie. Wana wa mfalme, hiyo ndio mambo yetu tulifanya. Sasa tunaingia mambo kidogo tu juu ya wamama. Tuliangalia, tukaona wamama na tabia zao. Tukamaliza ile siku ya kwanza. Wana wa mfalme, tuliletewa programu ya mwaka huu, iko Godly Women. Wamama wanao wanamcha Bwana, wanao na tabia za Yesu. Tukaona wamama katika kitabu cha Tito 2. Tukaangalia, tukaona wao wamama wakubwa, Tito 2:3-5. Wamama wakubwa waelekeze hawa wengine wasio kuwa wakubwa, wadogo, jinsi ya kuishi, hata jinsi ya kutunza familia zao na ndoa zao. Wana wa mfalme, sasa leo tunaangalia hawa mama wakiwa kanisani wako na kazi ya kufanya. Wataenda kuonyesha kidogo kazi wameifanya kanisa hili, ikiwa kwa ukweli walikuwa nakuja wanafundishana. Tusionyeshe kitu chenye hatuchafanya.
Mungu atusaidie tuwe tunakutana na tunafanya nini? Tunafanya, ndiposa tunaonyesha kitu chenye tumefanya. Godly women are mentors. Tumeona wamama wamcha Bwana, wanaomcha Bwana ni wamama wanaofanya nini? Wanaoelekeza wamama wengine. Wamama wengine utaweza pata mama katika kijiji aelewi jinsi ya kutunza familia yake, labda ni mlevi kwa mfinyo. Unapoangalia wakati amekunywa, wacha niwaulize, atakumbuka kupika? Akiwa alewe kabisa. Pombe sio ya wanawake, pombe ni ya wanaume. Wanaume kwa sababu hawana kazi nyingi ya kufanya, lakini na wao waruhusiwi kunywa. Ukiangalia mama mlevi, si yako kwa barabara amekunywa, anatoa macho yote nje kama omena imeanikwa kwa barabara. Ujua omena ifungi macho. Ile omena kila inzi inayotoka mahali inaanguka pale. Hata hiyo ndio tunasoma katika kitabu cha Romans 1:24. Biblia inasema tumekoseana heshima kwa mambo tunayoyatenda. Ukiona mama amelewa, anajali juu omena ifungi macho. Inzi inayotoka kwa choo ile, kwa choo gani, inafanya nini? Inaingia. Tukaona hata tumekoseana mipaka. Wana wa mfalme, niwaambie kisa kimoja pale kwangu. Mzee mama akawa bibi ya kijana yake. Mzee ni mlevi, bibi ya kijana yake naye ni mlevi. Wote wawili wakapendana, wakaanza uhusiano. Kijana wake hakuwa karibu, alikuwa anaishi Nairobi. Wana wa mfalme, ni kisa kimetendeka. Sasa wakawa wanapendana. Mzee anaenda kwa mji wa kijana yake, analala mpaka asubuhi. Wakaendelea kuishi kama mume na mke. Wana wa mfalme, ikafika kipindi kimoja watu wakakasirika, wakasema si tuambie huyu kijana. Wakamwelezea hiyo ni mambo ya wamama wenye wanakunywa pombe. Wana wa mfalme, kijana alipokuja hakuangalia tena, aliua baba yake. Wakati aliua baba yake, vijana mandugu zake na wao wakakuja wakafanya nini? Wakamuua. Tulizika watu wawili katika boma moja. Wana wa mfalme, a godly woman is submissive to her husband. Mwanamke mwenye tabia ya uungu lazima mtii mume wake. Tunapomwangalia Abigail aliolewa na bwana wake alikuwa anaitwa Nabal. Nabal, tunapomsoma Biblia, tunaona Nabal akiwa ni mwanamume mpumbavu, anaitwa mwanamume mpumbavu. Lakini Abigail alivumiliana naye. Hivyo mama Mkristo, mama unayependa familia yako imuone Yesu anaporejea, ama mume wako afike mbinguni, lazima umtii na umpende. Na lazima hata akilewa utaweza mkomboa. Ujui utaweza komboa mume wako kutoka kwa pombe. Wana wa mfalme, tukaona kuwa must be submissive to their husbands. Hivyo tumeitwa katika Efeso 5:22-24. Ndio maana nikawaambia ile siku ya kwanza, mama Mwadventista lazima kuwe na mfuto wa kuongoza watu to eternity. Ukienda kusoma utasoma Adventist Home, ile chapter inayosema influence of a mother. Hivyo a spiritual mother will lead people to eternity. Hata ataongoza mume wake jinsi atamfanyia. Mume asilewe, asikwe useme huyu mume simtaki, huyu mume sijui namna gani. Ndio wengine unapata wanakuwa washerati. Washerati si wachane, msiwekelee wachane. Washerati ni sisi wenye tuko na waume. Unadharau mume wako, unaenda mpango wa kando, unaingilia pale. Hivyo wana wa mfalme, kama mchaona wamama tutii Bwana, kwa sababu hivi karibuni kisa kimoja amkusikia kwa redio, mama mzee akakata bibi yake, akaanza kulisha watoto kama kitoweo. Ni nyakati mbaya, ni nyakati wa mama tuamke, tuwe wa mama wanaotii Kristo. Ndio tutatoboa katika ulimwengu wa sasa. Sasa tunapoangalia, nataka kufanya summary ya program yetu ili msije kusema hatukufanya. How godly women shows love to their children. Wa mama wanaompenda Kristo, je, tunaonyeshaje upendo katika watoto wetu?
Je, tunawapenda ama tumepakua? Tumekuwa kama Rebeka. Mnakumbuka? Mnakumbuka? Alifanya namna gani? Hivyo wamama wenye mfuto wa Yesu wanapenda watoto wao. Si kupenda watoto wasichana wako wenye umezaa, lakini mkamo mura anaishi katika tabu katika boma yako. Je, bibi ya kijana yako atasema Mungu wako awe Mungu wangu, ama Mungu ninakufuata, mahali unaenenda watu wako watakuwa watu wangu, ama umemfanyisha mpaka anashindwa nielekee wapi? Hivyo watoto, ukisoma Proverbs 23:13-14 utaona mambo. Proverbs 13:20, na ukisoma Deuteronomy 6 unaona mambo haya ninayowaamuru kwa siku ya leo. Akina nani? Watoto wetu. Wamama tukiwa waaminifu, jinsi tunavyoangalia Yeremia 9:17, ukielekea kwenda chini nasema tufundishe watoto wetu mambo haya ya uzima wa milele. Tuangalie a godly woman stands above simple things. Mama mwenye anayemtii Bwana anasimama hata kwa mambo machache tu, hayamfai akufe moyo. Anaendelea mbele kwa sababu yeye ni mama anayemtii nani? Anayemtii Mungu. Kwa a godly woman is homemaker. Unapomwangalia huyu mama Mwadventista, huyu mama ni wamama wataka kufuata, kwa sababu yeye mchi wake, hata ukiangalia picha ya mchi wake unasema this is a godly mother. Hata ukiangalia kanisa la Mungu ndio utasema, ndio italeta picha ya wamama wa Matunwa. Au wamama jinsi kanisa yao iko na nyumba yao ndio iko wana wa mfalme. Is a homemaker. Ukiangalia unaona kuwa wanakuwa na tabia. A godly woman is kind. Hata ukienda kwake she is very humbled, very kind. Unapoangalia au wamama hivyo wana wa mfalme. Summary yetu chosen by God to stand in the great controversy. Sasa wamama wenye tunamtii Mungu, wamama wa Proverbs 31, virtuous woman. Hata juzi tulikuwa Masai Mara tukasema victorious woman, they are ready to conquer. Yani uko victorious kwa neno la Mungu, umeshonwa na neno la Mungu, uko ready to conquer. Unakonga nini? Katika taabu tuko nazo katika ndoa, lazima mama huyu awe victorious ndiye atashinda. Si mama anayesikia kitu kidogo tu mume akisema hili analia machozi. Hapana. Ni ready to conquer. Iwe ni changamoto ya aina gani, unasimama. Na tulifundishwa katika mahubiri tuebo yebirwanderu. Wana wa Mungu, unapoangalia sasa tunaelekea kumaliza, unaona the widows and singles tumezungumzia. Hata mwaka huu tulipewa Ruth, tukapewa Abigail alipoviwa mume wake jinsi alikuwa. Hivyo ninawasihi katika mchana wa leo, katika vipindi vyetu vya familia tunakomea hapo. Lakini sasa tunaingia katika women in the church. Whether the church should, yani hata wamama wenye wako katika kanisani, wanao wakati wao wa kukutana. Wamama hawa wako wamama wa Mungu. Si wamama wa Mungu kukutana kanisani. Sasa utaenda kutuonyesha ni nini wamefanya kama wamama wanaomtii Kristo. Je, wanakuja pamoja kama kundi, ama ile stranderas tuliongea, ile gossiping tuliongea imetoa wengine kanisani? Je, iko mfuto katika Kambi Center ya Matunwa? Mko wamama watakao simama na kusema we are here and we are ready to conquer. We are here, we are standing by our feet. Sisi kikundi chetu kama sasa, ule wimbo niliimba jana juu ya wamama, ile niliimba neno lilitolewa naye Mungu muumba wa mbingu nayo inji, wanawake wapelekao injili ni jeshi kubwa. Ni wamama wametengeneza wimbo, hao ni wamama wa Riverside mahali ninatoka, wametengeneza wimbo, wamefanya vituko. Wao wa ripoti yao niliwaambia mtoe kila kitu, ili si unaona wamefanya, wametembelea watu na watu tumepatiza wengi. Wamama wengine wako nje kitiji, wao watembelei, wao wanatembelea wale wako nje. Akizaa mtoto kiwa simu Advent, wao wanaenda pale, wameleta wengi.
Hata ninachifunia wamama wangu wa Riverside. Yaani wamefanya hata wale wenye walikuwa wamekufa moyo, wamefanya nini? Wamekuwa na moyo wa kuendelea na safari ya imani. Hivyo wana wa mfalme, ninawasihi mfanye pamoja, mkiwa Dorcas, mkiwa na women ministry. Siku hizi ni mwawanyo katika kanisa. Wamama hawakuji pamoja wakiwa Dorcas na women ministry. Unapata mwenye amechaguliwa women ministry wanachukiana na wenye amechaguliwa Dorcas. Wenye wamechaguliwa widow hawaendani pamoja. Hiyo kikundi haitaendelea. Juu wa Dorcas ataleta hitaji la kupita kijiji na kuleta wamama wengine, mtasaidiana. Na wa widows, wakati mkiwa kwa komiti yenu, anakusaidia kufikia mchane fulani amewashinda katika kijiji. Lazima ujue yeye wanaelewana, wanaambiana siri zao kuliko zenu. Sasa nahitaji wale wamama wa Kambi Center ama Tunwa walete ile wamefanya. Walete ile wamefanya. Hivyo women ministry is a ministry in the church to equip these women in the church na wasichana wetu pamoja, ili godly way wampende Kristo. Wajue wenye wajui kupika kwao, ndio maana keki inapikwa. Wenye wajui kutengeneza vitambaa, kuko na vitambaa vya kutengeneza. Kama sisi tumewafundisha kutengeneza sabuni, wanajitegemea kwa kutengeneza nini? Sabuni, na wanauza sabuni, tunapata. Hata sisi kanisa tunanunua kwa women ministry. Women ministry is in a large sense common to all Christians, that of uplifting Christ in the church and in the world, but more especially we are called to nurture, empower, outreach. Hivyo tufanye hizo vitu zote tunahitajika kufanya. Na kufiki hapo, nahitaji kiongozi wa Kambi Center hili akuje alete mambo yao ya wamama. Sijui kama Amo na wao walikuwa wanakutananga. Amo wanakutana. Adventist men katika Kambi Center la Matunwa wako na ripoti. Wasigezi, don't guess please. Viongozi wote, kama wewe ni kiongozi wa Hamo, kiongozi wa Dorcas, kiongozi wa women ministry, ili tangazo nilianza kutangaza kitambo, nikawaambia ya kwamba tutengeneze vitu vyenye tutaleta katika makambi yetu. Ukuje haraka sana. Na widows, viongozi wa widows, Hamo, women ministry na Dorcas, from church level to camp center level, tukutane hapa. Kwa kweli kama ambuja wewe kutana na hamna ripoti, mtasema tu Amo ndio huyu. Wewe ni kiongozi wa Camp Center kanisa. Ni wa kanisa, mkuje wa kanisa. Ninajua Camp Center labda wako, si ndio? Mko na kiongozi wa Camp Center wa wamama. Sasa wale wamama mnakutananga, mmetengeneza hii keki, mkuje hapa mbele ili msimulie, mtuambie. Viongozi wote kujeni mpaka hapa Boraka. Wewe ita viongozi wenu wote. Manyakumbati wako wapi? Viongozi wa wamama. Ayenya kumbati. Yukabeta kwa wapi? Wanyakumbati. Ujue ndio tutaona amfanyi kazi, tuwaambie mfanye kazi. Ukienda Nairobi utashangaa. Nairobi wamama wamefanya kazi, wako na uniform zao kadhaa za kwenda kwa miji. Kama hii nimefanya ya kuingia kijiji, hii ni community service. Unaingia kwa kijiji. Sasa ukivaa uniform unajua ni ya wapi umefalia. Juzi nilikuwa nimevaa royal blue jana. Hiyo ni ya women ministry. Kesho nitafaa ingine ya women ministry. Wana wa mfalme tunapoungana pamoja, hata tunaambiana tusonge hivi, tufanye hivi. Widows wako wapi? Widow wako wapi? Hakuna widow. Wa Matunwa wako wapi widow? Wewe ndio Matunwa, my friend. You keep quiet. Aya. Dorcas, wewe ni women minister. Dorcas yako wapi? Grace Mabori ako wapi?
Kujeni. Kujeni wana wa mfalme. Sawa, tutaanza na wazee watoe ripoti yao. Wazee watatoa ripoti ya ujue muko worldwide. Mnaonekana mpaka ng'ambo. Sasa mnasema ripoti yenu. Kama mtaweza aliko kwenda mahali, ujue you are advertising yourselves. Je, wamama wa Adventista mmefanya kazi gani katika Matunwa wa Kambi Center? Mmefanya kitu, watu watawaita. Mnaanza na Adventist men. Mnasema kama hamuna kitu mtasema obuoronto bwate, tutaanza. abanjo bamonene bwaira twege naso gusaba omwanjwa twakira asobusi bwao ni abakoreri be Kambi Center. Tata ripoti gochukorwa enke gochasa abana bao tata otorae buya ewekani buya witoro mwana Yesu Kristo mutore itu. Kambi Center chairman ya Matunwa Judge oyintararora no chairman Nyakumbati iye tarajicha yone kwa niaba ye chikambi jani kanisa chivere Matunwa na Nyakumbati as a chairman ngogenda ndiko report engusu as part ripoti yanke Matunwa Church asa advanced men Matunwa Church ewata bagaka 40 abagaka aba twakora rotation wangoiga wangoiga se kwateri yaera through the guidance of our pastor Margaret bakabetomba jite kanisa toka interchange Matunwa bangana nyonya nyandu chivere abanyandu bana nyakwana. That program was successfully done. Igorende Matunwa to atometa baga ko chia isikonda se aso evangelism. Igomba korte ga sengiya. Igo we were blood on that. Alafu abaga ba Matunwa handed through the guidance of our pastor Margaret. Ntu akora district evangelism aso gotarira chinka individual kere nyomba ese district level eya yangere bone district level nande iga ba ko the program yalenge nkong sana taya samu jatwango office kere nyomba at least tukaroranga there was achievement njale ngororo kani kwale konene igo abakamba ko te gasengia igo nande abago sabanga program nande pastor ito Margaret anyi implement omwaka gocha gato ajugwansa 2026 egere to nache abantu abakabarisiko na abanga bateto ko ntwese kanisa yito megaiga abagaka aba mbate banga aso omwaka gocha mbaka yabuna Matunwa mbaka neti ba introduce ko nyora uniform kwa uniform na ba identify abune chikanisa chinde chikowe chikobeka je kwa uniform igolende inero proposal baragani omwaka ko nyasa karanya gutobokibia bana baro kan very smart igolende ni remark Matunwa abate banga pastor ito alifiuta program yeye egya amaji ko ba fruitful goja sa advanced men inkuru Matunwa report ya Nyakumbati eyebwata baka 24 na balabumba akorete rotation ene the same message kya no to alengamo na balabumba akorete rotation na balaba kanda mbaso okete mbaba ketuko chisuko kanisa mbali na balabumba akorete gasengia asipate ya report na bete nkonyora igolende mba akorete gasengia and the same message
twakore next level through our pastor and I implemented na kunyakuma tena participated igatuma abakristo kuruororo igo tukanyara ko fenja go swaji chi emechime tukaroranga progress ya majito ko ororo una bono more especially nyakumbati okororanga mbaro batagito gocha as a region as yeito tubarusi gari batuchoini te were very happy bakatebe mwakore gentekia igitokoranga mo charity go toikange igo we request our pastor as from next year nyasa karanya go togende bia togende third part most nyakumbati there is need ya bantu kwa kurwari batamgo bacha igorende naro nabo ine report yenke ya nyakumbati mbia mana sogo ntegerera. Tunashukuru, lakini tunauliza hawa wazee wanapopima uniform ni ya kazi gani? Wako na kwaya wanaenda kufanya? Wazee mlipotembea kuna roho zilipatikana za kwenda kupatizwa? Mlitembea tu hivyo? Wanasema mwaka ujao, hawajui kama watafika mwaka ujao. Sisi hatupangi yenye inakuja. Saa hii ungetuambia tuko na kondoo wanaenda kupata upatizo, hiyo ndio evangelism. Sasa hiyo ripoti yenu ninasema Mungu awasaidie. Hiyo si report kamwe kabisa. Mungu afanye nini? Awahurumie. Kwa mwaka mwingine ikiwa mtaendelea, Mungu awasaidie, mtafute nini? Kondoo. Tafuta wazee ni wengi wanakunywa pombe. Wazee ni wengi wako nje hapa. Tumetembea hiki kijiji, si tunaelewa? Mumewafikia? Wenye wamerudi nyuma mmewafikia? Walikuja? Tuanze na mama mwenye atauongoza ni nani? Leader ni gani? Mami ndo nabakwani mbiyamole matunu ekanisa abangina bara bange is more than 100. A program yarengi baumirane every Tuesday abakomerana n'abakesana ng'abangina batano za 10. Inje party yane mna women ministry na tema na renta prayer band ga ye station because of my hard work kiagira ekeres babwate a prayer band. I always participate na ndengo iko first paka ngaebu first priority ntu atwara prayer band for the first time matunu patana go cholinde abangina no bolimo and ntu agogete sana bono ntu bwate asenge njabangina baito n'abakongu bale okomerana n'ogokongu lakini tugusaba Nyasaye atokonye nende tuinyura ase twagwire kiagira ngomerana twarengere omwaka oyo mbaje tipi abangina bagocha matunu mbatano boka kwegera every Tuesday abande bago kose bagomete tingomanya Nyasaye atokonye abangina aba Nyasaye abakune egere mumanya ngokomerana kono kuya togosegetana twasoma ebuku nende nabo tukegera mangana amange sana mpaka kwanyora ase kwagwirirwo kwagorora bona Nyasaye tigatokonye omwaka ogocha gaki kotoraiko abangina kolegasi omugasokoro mbiamono Nje kanisa nabakwanira mbuyamole konta ite kwiraniria abangina banyakumba timbu yamwe nasemere memi yabakorira so mwaka oyo ikiagera batenenira amo na inche tinga kiechi omwaka oyo togokora rituko echikase chikambia chichi omwaka oyo bangina banyakumba titu abere tokuumirana asenchira yogosaba na gosomeke fungo naende kero twikira asengeli tokuumirana kwena na toli chibesa nkorutole emiemia eitogotiga ase family elia ase tokogenda twamanya koru 2020 echichi gosire kanisa yaite kiagere ebinto mbire bireme tororo bitakeire gosirwa twabere tokobwaterana n'abangina abo
gosira chinga chiri chiremeire buna bono ntwagendete ase omong'ina oito orwarete tokamomera naende ntwairete endagera ororo twatarera abana chintakana babwate oboremeru abang'ina abwo mbabwateranete ase omoyo bwa ekwerwa mbarwete endagera twairete ase enkeria na enkeria nje appreciated naende bakairaneri mbuya mono naende no toramona barabwo ekiagera omong'ina omwana oria omwana anywomete gochororo natete konyora ebatiso bono rende ne ekeganja giaito ntobwate chibesa chiabeire 7,150 iga tokogenda kogora ebitambaa tobeke ekanisa yaito inere ripoti yenye mbuya mono. Amen. This is a young church. Asante kanisa nke. Mesikia jinsi wanafanya, mam, endelea. Tutawaombea muendelee kabisa. Widows. Na njengo bakwania ekambimbi yamole wairire naende enje yondo mutenelio widows kurwase kanisa ya Matunu abwo sinabeire ngotenera se myaka ebere naende nigo ngotenega ngoteba ng'a usibwa oyo Minto Violet and Pastor Margaret nabere nkona gote pastor ng'a ekeombe keiga igokere totally dormant njira teyo ndate yabang'ina abang'ani inchu tokwane bache. That's why I requested you last year you come, you bring us together, otokwanere egera tumanye ng'a what we are supposed to do. Bona ari gosaba ng'a onye konyarekana no etokora chikambie chiga pastor. Chinga kishinge nje nkorire na ranga ekiombe kwebwa. Na anya konora na nakoranga nkorigere ruker mono keringo ruke manyunga ng'a kike bwena tekoba. Nekieko na tutamaiti ng'a ngito bwenta gokora aroro. Pastor akina gosorora ototabur egere tumanye ng'a ngito gokora. Ningi nyorete ng'a nkwabwate plan yo komeki district ya widows lakini chinga kichikabura singe mang'ana mange bono wana gosaba ng'a kora nyore chingaki toreta amu otokwanire egera tumanye ng'a ngito bwenta gokora insi yo burai bwao ina report nyingi mbwata. Si unaona tuwaombee tu. Wao wame request hawajui chenye kwa transparent mbia. Hawajui chenye walikuwa wanafanya wana request pastor take action. Ana banyasai na bakwaniri bairire. I'm standing on behalf of Dorcas Matunwa. Etora abangina abangi sana Matunwa but the active members are 12. So Matunwa, I call upon my secretary to come and read the report. Yenere report ya Matunwa Dorcas. Registration abangina 12 active members. Nama tuko toko mbera na nama tuko at Tuesdays saa 9 botambe. Kitoko cho tuakora devotion tuatera tuakora devotion visitation nero na kukari. Visitation yeyega igotoko nyekora toko chusiri tukerimo ase motienyi echi Tuesday eyemo oseibere twanda twakora visitation twatarera abantu barwarete na bari bairanete maega ase visitation around yeye igotwaikera chia household 6 au barenga barwaire na ande tukatarera abasireri guna bamwe babanchwa chia household ibere kento togokora kukari eitokora catering eito manage korosia soft mandazi na ekeki bono iga nkwenda tore go present ekeki twa roseti round ye na bono iga twa roseti ebune sample bono ekeki yere very simple mungino nde bwensi ara manage korosi mwaye ogo roseti ekeki ere yobusie ekile yemo ebwata amagena sita amagena aya na kienyeji sagurio mochunu nuori alafu onyore one baking powder
alafu onyore ne glasi ekemo gi sukari, onyore na diko kubeke chumbi na ndo anyota ka egento ketekero kwenge ba carbonate soda akasini ni gukuru sukwaruta. Alafu onyore na Blue Band, onyore na mabere 1 liter abuna subu siborie twabuteba 1 kg na ngo gotatonye meke etware kalengia na bokonyo okubeka ne ejokorate bono process yo korosi go yotaite usikorosia oko okoreto bosie litangani ogochakere esukari obeka se bakuriga, alafu mago beka baking powder ilikwareta tokore gento kuruku rubbing, yani okonye sisikiga narie gokoraki narie egochoka na buya, alafu magoreta ama saba yechindi muchirogo create kurusiko ama saba arioka naro una mix still unaendelea kurab, alafu umagoreta obosi obo na barabuo ogendera ko oko mix na ande still ogenda kwa rubbing. Watafuta muambie, si unasikia wametengeneza. Nataka kuuliza wamama wa Matunwa ababare goseka bekwa, nyinyi ukweli si wamama wa Matunwa omwakuminga ibarusi maybe atujui ntun maite na bageni ntundo maiti manga na ino mokoriteki mubwate na tutaki kujua, na waomba kuanzia leo fanya vitu pamoja, women ministry na Dorcas anga muumere netemoro si report yenga mumwale kuru talio yo mole gokoraki kuru igekororekananga enu akara bantu ba kore bintu bia no. Women ministry Dorcas widows wanafanya vitu pamoja chuni wa mama wa department moja, tuko wa mama wote kanisani, tukutane tufanye nini, tutangaze abamba ruwe report ya batano abande baruwe ya 12 abande barosie keki baumerane bande mbakoraki mbatuka na nyono go vichororo. Unity in the church of God is very important. Hatuendi mahali kama tuko hivyo obo maana tigamba sorore tugane tigo saberu na kuira na kubatizo no moikomo chenu. Tunaomba sijui pastor sibora keki sibora zatoko linechi abande lakini wacha tu wape muniruhusu, niko na education yangu, you will take some minutes uachie vikundi ingine, lakini si munaona keki ndio maana nilikuwa nawatishia kama wacha wai kutana watengeneze. Wamesema ni wamama 12 ndio wanakutana. Sisi tutakubali tu hivyo, ni wamama 12, lakini mwaka mwingine msitoe report kama watu hawakuji. Kujeni hapa sema wamama hawafanyi nini, mbagomete bakungumbare bagomete babwate mushene yabembe omaeta abantu batigiri gochemera moyansaye egento nkere mubwate wala wakuji kwa kazi ya Bwana. Kuna maneno mko nayo ni nusrandaraz, ndio mumeua kanisa la Bwana tigatorete robo soko. Wacha kuleta haibu ndani ya kanisa la nani, la Bwana. Tunaibika wakati wengine wanatoa ripoti, wengine wanacheka kiabanyolire ni wewe ni mumama utalaniwa. Ni kanisa la Bwana, tunahitajika kufanya nini? Kushirikiana wana wa mfalme. Tunashukuru. Sasa watakata wapeane ndiposa tufanye hombi la mwisho. Sisi tutamulilia Bwana. Bose ntumwanya bantu twaligiri dingana ndiko boroji gusabera tuanja nayo benensa rimache se kanisa yangu ya Nyasaye. Oya turi gukora merimo tigago chenja wenya manza tu angalia obo maene mambo mengi yanayotolewa utupa nyingi kanisa nyingi tunaenda haba angina tuasaririki kanisa toro kongo nyamenwerenga bono gekundi kia bangina ngeko genderera Biblia muri gosoma na ande gendo nyora bana kwaya. I'm one of the choir members. Endo upate wanakwaya wakiwa pamoja. Kikundi cha wamama hawezi fika karibu. Juu wao ni wanakwa barabuna banakwa. Koro mwanakwaya no mokungu okoriteki. No mokungu. Kore profesa ya hao so karo profesa ni wewe ni mwanamke. Unahitajika kanisa la Mungu ufanye nini? Fanye kazi ya Bwana. Ebangi na muba
bali batara moba kaba gaka na bana basaye erinde batwara bote bwokore bwogocha. Nashukuru katika widows baba, Mungu akusaidie. Alafu tunahitaji kukupea materials. Usimame na wamama widows wenye umesimamia. Tobase gukira igo tokore mirimo, kore mirimo. Mungu wako atakuongoza. We toka nje. Sema Mungu niko hapa. Kuja siku ile mnakutana, kujeni hata ukiwa peke yako. Kara abagaka ke gotigara mu maego to abangina. Ase na bakora ari bayumbu ya bwaruge tu. Chukua huko nyuma. Nyinyi vijana si mkuja mkule keki. Irago chira maega ari baba. Kae mami abeke. Ira maega pi anzie huko nyuma. Bagakambara ari bataranyora. Abangina bari abagatu kimura abarinere nabaraho. Sawa, tunataka tufanye maombi. Tunashukuru Mungu. Haki abana ba Nyasaye tubwatera naso gokoreki aso gokora mirimo. Oye turi kunyara goche kanisa mokore mirimo aye basabere bagendera gokoreki basabere bao moyo. Tako baito moyo. Waombe waendelee kufanya kazi. Lete prayer. Hiyo prayer request box hapa. Aba bange chapira kinindero isenda ikambia ino. Siwezi kuja hapa tena. Mtanichukia lakini tuende mbinguni. Mtanichukia tuende wapi? Mbia muraba dakwa. Mtanichukia tutaenda wapi? Lazima tuseme ukwe. Na banda beti manyara lakini obo mwaro kia inajulikana. Sasa ntu tokora boli mwaro kia tuwezi jua ya ndani. Itanisaidia na nini? Nkoroni reno mogoko gankomoto gyomonene ningura botogerende obwanchani obo bogokumya obwancha ni bogokumya wa Yesu obwancha ni bogoku nere o kongomorem omogoko oborabu rio asenkor obwanchanyo obogokumya obwancha ni bogokumya wa Yesu obwancha ni bogoku onyiwe kankorangeria onyimukie keronko wa sobo obwancha ni obo bogokumya obwancha
omochenu tata Nyasaye tata ekwaringio oreo orache kobogo ikakare na kare obo mwana ego tomanyete muna tori ingana ndiyo turakobisa asobosi bwao aka Kristo tororera mabera toikera senchera ya bene erinde tobwenera asobosi bwao meroberiende birecha bwata asobogi mabwaito twayekanira asiritere Yesu omonene nabo turakagembu ya tore sabari tore gochinka kumbe tulikuacha kitambo. Tusaidie tukomboe na damu yako iliyomwagika msalabani. Baba na Mungu mkuu, tumekuwa na kipindi cha wamama wa kanisa. Mfalme, labda kwa njia moja ama nyingine programu yo mwako yo Yesu eyare gotebo mukungu mwegenu ichire no Nyasaye tariyo yo konywe divai tariyo yo kwano borimo kugamba abantu bande no mukungu ogosegeta abantu komorora Kristo bwa mahabira mangi tokonye. Maybe program haitatusaidia kwa sababu ndani yetu shetani ameweka makao yake. Leo hii tunaomba undoe makao ya shetani kabisa, utupe nuru yako na mwangaza wa kipekee kufanya kazi kama wamama wa Adventista wa Sabato. Ingilia ukatutendee. Wengine wametoa ripoti, wengine hakuna ripoti. Yesu, zote tumekuja miguuni pako. Tunakusihi mahali hatujatenda kamilifu kama inavyohitajika, kila mama umuguze kwa njia kipekee. Mimi ni mama, nimefanya nini? Baba mwema, waamshe ili tufanye kazi hii, kwa sababu hivi karibuni warejea. Bantu nabange bareke nyora abachandikite. Bantu nabange bakorara nchara twaragira nande twitero bokuma. Banambara chintakana batabwatie sebakuruna sebagocha. Lakini bado tunaimba nkogenda nde igoro. Kristo tororera mabera mna bakungu otokonye. Katika boma zetu kuna mambo ama tuani naro tutarakora Kristo wa mabera. Tororera mabera mna bakungu mwigenu. Ni nini ukirudisha ufalme wako kama leo? Nitasema nilifanya hiki. Baba tutendee. Hata wanao tutasama katika runinga, tuangalia tunapobeba Biblia kuja kanisani. Tigabarole Kristo kurime yaito Yesu. Mwana Daudi, mwana Nyasaye. Tusaidie katika makambi ya mwaka huu. Tubadilike, tubadilishe nia zetu, tukutendee ili turejee ufalme wako kurejea tukulake mawinguni. Tutendee kadri ya uwezo na mamlaka inayotoka. Jina lako litukuzwe mfalme mwani, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Yesu asifiwe. Nataka Matunwa, mko na wimbo na mmekaa baete pastor akora ikorongwa mbwatete biya nago teti biegendo iko erang'anchite chikambi na singenju ya mang'ana arenga litangani endagera torochi twarire keki baithe abangi na bana bayamure Nyasaye seni elia kabere amarandi elia gatatu amatera na kigakichikambi chitari chingia nande no ni gono nae pastor as chikambi chirigwa chire Jones kambi kikwanya kogenda abangi na bakorosire keki uri tari ere Nyasaye abaseni kene mone na abaseni kabisa biamono tigatoe Matunwa libaga batere tosoge pindi ya stewardship. Karibu.
maneno uwazi. Ewe Mkristo wajua hivyo, dunia ufalme wale jipende. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Tazama kisa chake Ayubu, alivyoshikilia imani. Alijaribiwa, hakuyumbishwa, na hakuwa na imani haba. Kama Ayubu, shikilia imani. Kama Ayubu, shikilia imani. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Amen. Amina. Omaetonye tukunyara gotera. Tukunyara gukwana amina. Nobwata obokong. Nobwata esabari entambe. Biamono wanakwaya Bamatunwa. We want to appreciate you so much for such a wonderful song. Unajua mmeimba mpaka nikakumbuka
fungu moja katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati nafikiri mlango wake wa 28 ama 30 pale, mstari wa 19-20. Biblia inasema ya kwamba ninazishuhudia mbingu juu yenu hivi leo, ya kwamba mbele yenu nimeweka uzima na mauti. Unajua wamesema katikati ya mauti, katika wimbo huo, enda tangaza njiri hii, atakayesikia igo noena onye kurasi kwa ime all the way mna marandia ya chire. God has been speaking with us toiwana ne tetikoiwana na indu twatangasire ngogenda tuli igoro liao wachora no kwao. Stewardship has been coming asinchire Nyasaye abangete abanye goko igutoigwa igoro liao, onye family life igoro liao, onye publishing igoro liao ogochora no kwango. By the way, ndori kubetele bantu batoleke haigata tole gatigati ya makweli akare na kare no bogima bwa kare na kare eraana ya kare na kare no gosisini wa kare na kare ogochora bene gosabatore. Our loving Father in heaven, we want to thank you for this moment. Thank you, Jesus, for another opportunity once again. We are here eager to hear your voice. It's our prayer, God, may you help us to heed according to thy will. For this is our prayer of faith in Jesus' name. Amen. Ni kipindi cha uwakili, na kipindi hiki cha uwakili nataka nikifanye kwa takriban dakika 33 hivi, maana karibu dakika 7 zangu zimekwisha, ili ya kwamba nikampe mtumishi wa Mungu nafasi akuje kwa ajili ya mazao, na ana kipindi cha elimu na kuna workshop. Sasa ndio ataona vile atafanya. Katika kipindi hiki cha uwakili jana tulizungumzia fundisho ambalo lilikuwa linazungumzia kuhusu mguzo wa Zakayo wa moyoni. Mchungaji, Mungu akubariki, maana tuko pamoja nawe. Mguzo wa Zakayo wa moyoni. Tulielewa ya kwamba watu wangekuwa wameguzwa katika mioyo yao, katika sekta na mambo ya utoaji haingekuwa ngumu miongoni mwa maisha yao. Na ndiyo sababu leo tena Mungu ameleta fundisho lingine ambalo haliko mbali sana. Kwa hivyo linakaribiana sana na fundisho la jana. Maetengonya kuligire ligankorole koraire. Na fundisho la jana. Ngani stabantu bakora. Na fundisho la jana. Maana fundisho la leo linasema ya kwamba utoaji wa moyoni ndicho chanzo cha utoaji wa mali. Utoaji wa moyoni ndicho chanzo cha utoaji wa mali. Mtu anapokuambia kwamba utakapotoa hiki na hiki kingine hakitakuwa kigumu, ina maana ya kwamba cha kwanza ni cha maana sana na kitasaidia cha pili ili ya kwamba kiwe rahisi katika kutoa. Kwa hivyo ina maana ya kwamba utoaji wa moyo kwanza. Maana katika uwakili, jambo ambalo Mungu anahitaji katika maisha yetu ni kwamba tukatoe nafsi zetu, mioyo yetu kwa ajili ya uzima wa milele, ili ya kwamba mambo mengine yatakuwa rahisi kwa kutoa. Kwa hivyo fundisho letu ni kuhusu utoaji wa moyo
kuwa chanzo cha utoaji wa mali. Fungu kuu linatoka kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili. Naomba mtu akadisomee pale. Wakorinto ni wa pili, mlango wake ni wa 9 na mstari wake ni wa 7. Wakorinto wa pili, ili ya kwamba tukasikie Mungu ana fundisho gani kwetu katika maisha haya, hasa katika kipindi hiki cha uwakili. Wakorinto ni wa pili na mlango wake ni wa 9, aya yake ni ya 7. Biblia inasema, kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala sio kwa kulazimishwa, maana Mungu hupenda mwanadamu atoae kwa moyo mkunjuvu. Hebu sikia, ngoja nikwambie, utoe mali yako kama mchungaji, kama mzee wa kanisa, kama mshiriki, kama muhumini, usitoe, bado kanisa hili litaendelea kwa jina la Yesu. Utoe usitoe, ndete nkoboli ayemno ikaranstega indi kwanya koigwa ekanise yaremeyo kwanya koigwa ngekanise yaremeyo, kwanya koigwa ekanise yachire gusaba chibese kiombe mnayo sabete bona ayoroche omene ndo binde mbire tobore ko realistic ayoroche aye amone kanise ningo motaka bona rocho rutorwa maide turambwa tambaka sai. Let me tell you, Biblia imesema Mungu anapenda mtu anayetoa kwa moyo mkunjuvu, si kwa lazima. Aigata nduri ko betereri aiga nduri ko kama ayoru torwa bono ntete nkobori muno ikaransteiga akito very realistic matunwa Camp Center muno ikaransteiga koruchikambi cyo mwako uri akaerete ko ikachikambi cyo mwako oyo omwako mugima muno ikaransteiga iga agatoke kalia kama goka igana kuorete agatoka kama kuru mwako uri ukaere, yani meta bantu muri bagustukira chikambi cyo kuvuga yani yichani emergency asingenchira ni emergency ne bangete bwatona naga chuchuaka ngene reka sadaka yekambi orede obe. I'm not judging anybody, but let's be realistic. Nabagosere maiga stere moko ndigiriri digambe rangene pulpit tata anome ambe rangene pulpit ya kanisa ya mumurandi na chete go kwana igaga stu no medo go stua ogo stu. Let me tell you, utoe usitoe, kanisa hili litaendelea kwa jina la Yesu. Onoje pastor ngituranya goteberia bantu ngareta leta aemno tari koreta gendera gukomenya na madeni yebyombe togo sisini ogosaba korwa wakanireke kya moina wasabeke kwa yani obe pole bono gaki na bagose kanye kake bono nkore gaki bono. Leimi, wacha nikwambie, unaporejelea katika somo la kitabu cha Kutoka 35 na nitakwambia lile fungu ambalo utasoma, swali ambalo ningependa tuweze kulijibu,
Kwa nini utoaji wa moyo? Sasa mbona tutoe mioyo yetu kwanza kwa Kristo? Kwa nini utoaji wa moyo? Unapoendelea kutafakari tangu mwaka jana mpaka leo, mwaka mzima, ni kitu gani ambacho ulichoonekana na Mungu mbele ya Mungu? Ninki kwarorekanamo na Nyasaye zobosi wa Nyasaye. Unfortunately mbare bako genda nonye ngokobonere tari kurwa. Tuchake kurangiri gocha ngoretire sadaka mbese na rero bangite yani tinkorwa. Ngotevi. Anyway, jambo la kwanza, mbona utoaji wa moyo? Chemichemi za baraka uanzia moyoni mwako. Barikiwa sana kwa kuelewa hilo. Bali bande mutaigweti bono morengeretie Daniel nasa dikachika mbechi ko era korango boni ngano anda sigete nkungangana ndo usinyolengirani. Yani ngochandete mno ikaransta. Igwa chemichemi za baraka uanzia moyoni mwako. Ndiyo sababu ya kwanza ya kutoa moyo wako kwa Kristo kwanza. Kitabu ni cha Methali, mlango wake ni 4 na mstari wake ni 23. Proverbs chapter number 4 verse number 23. Chinsa chiaminyo kire ninche nkase na dede goika. Haya. Inasema pastor, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Karatika pastor sinini. Manye tu muntu narulindite ng'ombe. Kubwana nene bwe kwa monyene. Yani ukune ng'ombe liga wakune nkoro yae. Omuntu narulindite kintu giti yani abigitima. Erena bakumia abe nonyetari etikende pi lakini egendekegenderere. Kwa hivyo Biblia inatuambia ya kwamba sababu ya kwanza ya kutoa moyo ni kwa sababu moyo huu, hapo ndipo baraka zinafanya nini? Zinaanzia. Na ndio sababu Biblia inatuambia ya kwamba linda moyo wako kuliko yote uyapendayo. Moyo wako. Tuiwanda ini? Pastor Kora. Maana alafu kwani ulikuwa unafikiria mimi nilikuwa nadanganya? Hiyo ni point ya kwanza. Ya pili, kwa sababu ya muda, uhasi wa utoaji miongoni mwa maasi mengine uanzia moyoni mwako. Uasi, yani mabaya yote uanzia wapi? Unaposema mimi sitoi, lilianzia wapi? Unapokuwa mgumu kutoa, kilianzia wapi? Tafakari. Jambo jingine la tatu, kwa sababu ya muda, uaminifu katika utoaji uanzia moyoni mwako. Ndio maana nimekuwa nikisema hapa karibu siku mbili ya kwamba ekero tararwa oko yungo moyo gotoka tiki tuikaransti bya tubwati what we call peace of mind. Haleluya. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Aya. Kwa hivyo anasema ya kwamba uaminifu wa utoaji unaanza na moyoni mwako. Kitabu ni cha Kutoka 35 mstari wake ni wa 5. Kitabu ni cha Kutoka, Exodus chapter number 35 verse number 5. Inasema katoeni kati yenu matoleo kwa nani?
kwa Bwana. Alafu mtu awaye yote aliye na moyo wa kupenda ayalete matoleo, dhahabu na fedha na shaba. Jambo jingine la 4 ambao ni la mwisho, niingie katika swali la mwisho. Maungamo ya dhambi ya kutawanya mali ya Bwana vibaya husuruhishwa ndani ya azima ya moyo wako. Hiyo utaangalia kitabu cha Luka 15:17, lakini sitakisoma. Sitaki tusome hicho. Nataka tuangalie kitabu cha Kutoka 35 mstari wake ni 4. Katika sehemu ya kwanza Biblia inasemaje? Kitabu cha Kutoka 35 mstari wake ni 4. Ineke ngere kiabuga? Akawaambia namna gani? Akisema twaeni kati yenu matoleo kwa nani? Si kwa pastor, si kwa conference. Matoleo unapoyatoa unayatoa kwa nani? Kwa Bwana. Kwa hivyo anamaanisha ya kwamba himizo la utoaji wa moyoni kupitia kwa wajumbe wake leo ni sawasawa na agizo la Musa kwa wana wa Israeli kumtolea Bwana kwa moyo. Haleluya. Lakini mnanipata? Tuko pamoja? Jambo jingine la pili ambalo tunajifunza pale ni hili: kumtolea Bwana sadaka na zaka ni kwa ajili ya ujenzi wa nyumba yake na uenezaji wa Injili ni amri kutoka kwa Bwana Mungu mwenyewe. Ngoja nikwambie, tunapotoa, nilikuambia hapa juzi, ni kama nilikuwa najaribu quote nikitembea katika siku ya kwanza kwenye mafundisho haya yote, nina quote kitu ambacho labda nitakuja kukizungumzia siku nyingine. Kwa hivyo ina maana ya kwamba unapotoa unajaribu kusaidia kazi ya Mungu, kama vile kanisa la Wakorinto. Ni Wakorinto ama ni Makedonia? Fundisho la kwanza, kanisa la Makedonia vile walivyokuwa wanatoa, nasi pia ndivyo ilivyo, nasi pia tunahitajika leo hii ya kwamba tuweze kumtolea Mungu. Haleluya. Ndio maana tunaimba ule wimbo hivi: vyote kwa Yesu, vyote. Acha si hivyo. Unajua karati kama ngana bionsi igwa ekerogotere you need to sing with the Holy Spirit and understanding. As you understand, that means all I surrender to who? To Jesus. How? Which I surrender all my money, I surrender all my mother, my brother, my sister, my ng'ombe, my kuku, whatever. You do what we call, you surrender all. Eligerelia neba no ene ng'ombe libegete bwanchete. You surrender to who? Oma etayo gotera sencho gotera koro. Inga bionsi na arule ase Yesu. Ono gaki nchege ndongere kero kigencha ndete pastor mbake kere na achire. Yani matuno mna turega twins. Ondeta yora arete no na ngombega. Ondeta yobwate ngombe by the way ora arete no ngomba ateme kurugari yogere ndetebanga ne chikambe tore. Osote tengo teme kurugari mne ngombe buoge na rituramanya ngombe nera. Ngoli okweru. Nande to kuoni. Yani mnaturiga ntubwatia no emboli gaki.
akimna tuikaranste ka bionse asi Yesu ndiamona asokorete chingoko chiro chinyasaya abasini ama toke mbiamona ikegera mwarete nyasaya abasini lakini entongire nkurigi eng'ombe emete okorang'ene town by the way emete tesimekirwa so ucha gusaba bone mbure chira aratu ya tugusabira abandanya saba konye barwe emete baruchi ng'ombe baruchi mbori by the way ntora hatena no nyamone maite ninganjite kurara oni ng'ombe rego nyebwate mwararuta no koboko etwa eng'ombe ro wikero turu etwa maita ngwanya kwenda chirora mna bakwoni yani ntukirike kongo nga tuanchira ni etwa yani mukurare turara mukurare no ng'ombe ndo turara korende for example pastor ga anyway igwa utoaji wa moyoni ni wajibu kwa kila muumini sawasawa na maagizo ya Bwana. Utoaji wa moyoni egento kero kyondete kubarera gaki na tutarwa ikegera ni metaro turuntoru bade nchire wekegendere egente kenne kero abantu banyoro gutoreka gwakare na kare gosebono gaki lingana liomo hilo ndio nini jambo muhimu sana katika maisha yetu. Mwandishi wa leseni anasema hivi, niko karibu kumaliza kwa sababu naona bado masaa yanakimbia. Haya, nina takriban karibu dakika 14 nimalize. Nitakuwa nimeenda mbali. Si nilianza na saa 9 juju. Sinafaa kumaliza na 40. Anyway, acha nijaribu kukimbia, nipeane nafasi. Mbingu zinatarajia ya kwamba mara tu baada ya mahudhurio yako mbele za Bwana katika makambi ya mwaka huu, kila Mkristo, mume au mke au mtoto au mtu mzima, awe mgeni au mwenyeji, awe amepatizwa au hajapatizwa, awe mshiriki wa kawaida au kiongozi, anapaswa kuondoka na kwenda kufanya yaani kutoa maisha yake kama ishara kuitikia kile ambacho Bwana amesema, naye moyoni mwake kupita kwa watumishi wake na neno la maandiko matakatifu bila kusita. Tutari kunya gutwara chitangutangu nabatetiga biamono ikiagera naroche abana bakembare babwate chingoko gaiga yesterday. By the way, nebete I was to pray for them, but still we will pray for them. Pastor nginyori ndo basakweba abana bali bachitamo ne chingoko bono abana mbali bado batararu eba abana bake ebo mwana ga kare isiko no bwene rukomoruera abantu mbali banyorero gotoreka asingenchi yokorwa no inyorete ninki Ayubu arenge gokora asa abana bae mambi marogoba ninki agakorere by the way ayengo korore ba ngonya ngosoma kebunge arenge kubarwera esadaka ebingwanso nabora rweke ngwanso kyogo saba so mwano nabora rweke ngwanso yekewa aso mwano igona I make sure kiwe bange to mwako mugima mpaka chikambe chekire rwero mwano go esadaka embese gose esadaka yebesa ndo iwana ine onye kubwata abana batano okubarwera bonse onye kubwata 12 okubarwera onye mbara amanya Kristo na ndonye mbara babwate chinguru chyokurwa na ndonye mbayo kanisa nayo komorwera ndo iwana ine
bono ngyo cha kombori tia obwata abana 50 bono 50 ni chana otete nyore bonsi ese ni gurulia gae anye kubwata abana 50 it's upon you, you are a parent still osebon igombo bena bataira kin mbuya. Anyway, morikia yote bega. Na unapoitikia kutoa kulingana na ambavyo moyoni mwako unakuhimiza na kupenda kutoa, Bwana Mungu anakuagiza leo kuingia katika moyo wako, kwenda katika mali yako yote ulio nayo, sawa sawa na uwakili wa moyo wako, ili uende ukamtolee matoleo yako ya moyoni kulingana na chinzi ambavyo unavyopenda. Samahani, unampenda Mungu tangu moyoni mwako hadi katika mali yako, kwani utoaji wa moyo ndicho chanzo cha utoaji wa mali. Sasa sikia, kuna wito ambao upo hapa, naomba tusimame. Kuna wito ambao upo hapa. Nataka tukayarudie haya maneno. Ninapo yasoma utayarudia. Kingo soma okoirorera kurumega wakwana muna ngokwana okonogo saba togokora kero yo moito in a special way. Nyasaya tokonye pastor tutoe mioyo yetu kwanza, ili ya kwamba mambo mengine yatafuata na yatakuwa rahisi. Bale bachakire kwaora nchara totenne torre osengonto baikende kimokolia totenne bono mbiya mona sogotenne Nyasaye abaseni ese barosa usene nchara pastor lakini baragira mono aya endagira yabe nyinge biya mono omorike yao tebaiga. Mungu nisaidie. Baada ya somo la leo na maombi ya wiki, niwe mtoaji wa moyoni kwa vitu vyote nilivyo navyo, ili nikapate kubarikiwa na mifurizo ya baraka, kwa maana baraka za Bwana Mungu ni kwa kila atoae kutoka moyoni mwake na kwa moyo mkunjuvu. Bwana nisaidie. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Bwana awabariki. Nyakumbati mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende utaangaze Injili. Atakayesikia asikie, utaangaze Injili. Atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende utaangaze Injili. Atakayesikia asikie, utaangaze Injili. Atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima.
atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Hatujuia kesho, siku yetu ni matokeo ya kesho, hatuwezi kusema. Hatujuia kesho, siku yetu ni matokeo ya kesho, hatuwezi kusema. Fanyeni kazi ya Bwana, kungali bado mchana. Fanyeni kazi ya Bwana, kungali bado mchana. Usiku wawadia, hautaifanya. Usiku wawadia, hautaifanya. Wengi walitamani kufika siku hii, lakini leo hii wao ni marehemu. Wengi walitamani kufika siku hii,